Mtu anaitwa Laichana. Ng'ombe ikiwa ikifikia kwa hiyo fence hiyo mtu, unapiga mtu risasi anakufa. Ukipiga risasi, unaona piga ripoti, unasema ng'ombe yako ilikuwa imeibiwa 20. Haina barabara ya kufuatwa, haina mahali ilielekea, haina si wa Meru waliiba, si wa Somali, si wa Turkana, au elezi ni wapi. Lakini tunafuata na tunashindwa na hiyo maneno. Mzee Njuri Cheka pale secretary na anajua hiyo maneno tulilamekea mpaka karibu Njuri Cheka imfungie sababu ya hiyo. Kwa hivyo tunaomba hii maneno sisi kama wananchi wa Meru tusaidiwe kwa hao wakora. Kwa sababu kama uko na nguvu ama uko na ushawishi mkubwa huko, hapana kubaliwa kusumbua watu wananchi wale wa mchinani, hawana nguvu. Ama namna gani? So tunaomba tusaidiwe mheshimiwa. Ya mwisho, ile ardhi iko chini ya barabara Isiolo Mondogash. From Isiolo mpaka Kashuru ama mahali inaenda. Watu wanatoka all the way from Mandera, Moyale, wanakuja grupu ya watu, sui Shakuye, sui nani, wanachukua hiyo ardhi kama grupu. Na hiyo pia inaharibu maendeleo ya watu kwa sababu inaleta insecurity. Kwa hivyo hiyo pia wana CS ikiangaliwa tutaenda mzuri. Thank you so much for the blessing. Thank you. Okay. Asante sana RC CS Kipchumba Murkomen, our governor, Reverend Mutuma Ntedhinkia, all protocols observed. Jina langu naitwa Reverend Washington Kiremi Dhuranira, na nampenda Yesu kama mlinzi na mwokozi wangu. Ni nashukuru kwa kupewa nafasi niweze kuleta jambo mawazo yangu kwa hili jambo. Mimi ni mchungaji wa kanisa la East Africa Pentecostal Churches. Nimekuwa assistant presiding bishop. Lakini sasa ni overseer, nafanya kazi ya Mungu hapa na pia Tharaka Nithi County. Kwa hii mambo ya security ambayo iko hapa, nataka kutaja machache tu kwa haraka. Mimi nimeishi dunia ya insecurity. Nimekuwa Turkana kwa miaka kadhaa, serving as a government officer. And I know it refuse to live in a place whereby there is no security. It is dangerous. Because I know there are battles there between the Turkanas and the Taposas, the Turkanas and the Dondosis of Uganda, and there is internal wrangles between the Turkanas and the Pokot in Kenya. The people of the same country. To solve that problem has been there for many years. Many people have died. Resources have been confiscated through Dagale, and something needs to be done about it. Being not an expert, when I see yes, mimi I'm speaking from the layman's point. Yale tunajiuliza sisi, atuelewe mambo ya security sana. Lakini tunauliza, hii ng'ombe inachukuliwa na inapitia hapa, tumekuwa jangwa kwingine ni open areas. Ng'ombe kama 1,000 ama 500, swali linakuja, ni aje hizo ng'ombe zinaenda na zinapotea ovyo ovyo? Kuna ndege, ombi langu ni hili. Ebu tupeawe ndege ya Meru County ambayo itakuwa ikipitia huko juu, inaambia wale wako chini ng'ombe zimefika mahali fulani. Number 2, wana CS, wewe si wa Meru County, wewe ni wa Kenya. Na tusemi ng'ombe zetu zinaibiwa na Wasomali huko nchi nyingine. Ni ombi langu ya kwamba tunapotetea hizo ng'ombe, bwana CS, na kuomba ufanye kazi pande zote mbili. Ufanye kazi kwa wale wanaiba na wale wanaibiwa. Upande wa wale kule kunaibiwa, security ndio huko ni yako. Upande ambao unaibiwa, security ni yako. Hakikisha ya kwamba upande ule viongozi wa security ambao wako huko wanafanya kazi kwa ushirikiano na wale wengine upande huu, na let them beyond to account. Ng'ombe zimeingia kwao namna gani? Was they part and parcel of the people that was stealing? It is the only way you can secure the life of other people who are suffering somewhere else. Hilo jambo moja tu kwa haraka nilikuwa nasema, tukipewa ndege itakuwa ikifuata kuna ngundi welo ya kuweza kwamba kuna security hapa Meru. Jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kuhusia ni mambo ya security ya machief na chiefs. Tunaposikia insecurity kama criminology, ayansi njuu iko ukure chini. Chief akienda ukamata criminal yule ambaya anahatarisha maisha yake. Mahali hiyo criminal imetoka ndio wazazi wako ndipo watoto wako mahali yake iko huko, hata anaweza chomewa nyumba. Ni ombi langu bwana CS,
Hakikisha kila chief ana security yake, apewe maaskari. Njuu pale zamani chiefs walikuwa na maaskari, lakini leo anatembea peke yake, ana askari. Mlisema mtawapatia, let them be implemented. Wapewe maaskari kila mmoja kama ine hivi, ili wakati shinda itakuja ana watu wa kutembea nao na wa kutumia kufanya kuleta security area yake. Hivyo basi they also not suffer insecurity because they are secured. Pia ombi lingine ni kwamba tutafute timu ya intelligence iwe trend na ikae kule chini, ili wao wakileta ripoti kwa ofisi ambayo itaenda kufuata. Njuu chief za ingine akitangaza seme criminal fulani ikamatwe, anahatarisha maisha yake. Hebu kuongeza wengine intelligence people who on the ground, the community's own intelligence people who will be reporting what is happening on the ground. Wakipata criminal iko hapa, wanapeleka intelligence fulani na fulani anaribu huko njuu kuna kuja kufuata huyo criminal, kwa sababu wakati mwingi the people who are arrested are not the guilty people, sometimes the innocent and the guilty are left out bila kukamatwa. Jambo lingine nataka kuomba ni kwamba our governor Reverend Mutuma, wewe ni reverend mwenzangu na sasa wewe ni governor fulani, kujua kwamba umesoma mambo ya security, wewe ni askari pia. That is what I meant to understand. Tumia hiyo uzusi wako ya askari na hiyo uzusi yako ya ureverend, tuingie katika njia nyingine ambayo nataka kuleta saa hizi. Mimi hapa unaniona ni askari. Afande, mimi ni sonja wa kiroho. Mnapopiga vita dhambi kwa bunduki, naipiga kwa ukuhubiri, naipiga kwa kufunza. Lakini niko na shinda kama mchungaji. Kuna dini kadhaa. Kanisa yangu nikihubiria ile criminal, nimwambia wachana mambo. Kuna watu niona wakilia, nitaacha pombe namna gani? They need counseling. Now there's a difference between counseling and preaching. Those are two different things. So they need counseling. Tutumia mbinu nyingine kwa sababu ni mawazo iko na shinda. Vita vya ubaya na wema inapigana kwa mawazo. Tuingie hapo kwa njia fulani. CS together in collaboration with the governor, mpange mipango mizuri and involve the clergy in this issue. We come up with an alternative method of handling criminology, of handling insecurity in our country. How do we do that? Let us identify some people. Let us identify some people in our churches. Let us identify some people in our community. People who are willing to fight to bring security in our area. Wakichukuliwa wafanyiwe training dhara. Tufungue counseling offices close to the people. Aiyo, na kama watu ni wagonjwa kimawazo, wale wako na shida mbalimbali za mandawa ya kulevya, wale wamekaliwa na mambo mbalimbali, wametekwa nyara, wameshindwa kutoka, wanapelekwa kwa hiyo shule, wanasoma, wanafaidika. Kwa hivyo ni ombi langu nikimalizia kwa sababu ya masaa yangu imeenda. Thank you. Let us come up with security, with the counseling offices, and also we come up with intelligence team that is going to work on the ground. Na Mungu atatubariki tukifanya kazi na mnayo. May God bless you. May God take care of you all. Mheshimiwa Wasili, His Excellency the Governor, members of Parliament who are here, members of the County Assembly, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Thank you. My name is Retired Senior Chief Onesimus Kinoti Ntulingera, and I come from Bode West. Bode West is a sub-county that has experienced a lot of problems, especially on cattle rustling. But because everybody has spoken about that one, I will not dwell on that one and waste time. And they have good offices. Those offices, some of them have been renovated through the work of the CDF funds, which we all appreciate our MPs for that money, which we can see flowing to the sub-counties
especially building chief's offices and also police offices. I want to say, if those chiefs are given as carriers to be in their areas, in Bori, a bit of rustling will be stopped. And also, if also the police station in Timau are given more personnel and also more housing, because most of them really live in duplicated houses, that would be a good thing, and it will help them also to answer calls very easily when they are called to help. So it is necessary that we use the facilities that we have at the moment as we go on adding more and more. It is also important that we know our neighbors. As somebody said, we have forests, Garidale and other forests, and it is there where when our animals have been taken, when they enter the forest, nobody goes there and it becomes a problem. If we also cooperate, because those people come to our villages to steal animals, do not know each and every house. We should also be careful on our neighbors to check on what they are doing. If that is done, things will be okay, and that will be okay. Thank you very much. Our Chief Guest of Honor, CS Waintiria, Honorable Governor of Meru, Honorable Members of Parliament, and also honorable members of our county assembly, pamoja na wale watu wote wako katika uwanja huu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninapenda kuongea machache kwa sababu watu wameongea mengi, na mimi naitwa Bishop Julius Brugo, nimetoka katika county ya Bori East. Nikitaja tu kwa upande wa security, kwa sababu hata katika area yetu ya Bori East pia inahitaji mambo ya security ambayo tumesumbuliwa na budget sana, lakini tunaomba tupewe gari ya security ile inaitwa security armored vehicle. Security armored vehicle, wakati wezi wanakuja ama wakati hao budget wanakuja, hiyo gari inaenda operation, inatusaidia upande wa operation. Jambo lingine ni kwamba ningelipenda kuongeza ni kwamba, kwa sababu mengi yameongewa, Bori East imepakana na Isiolo, na mheshimiwa watu wa Isiolo wanapata relief fund, lakini watu wa Bori na bado wamepakana na wao hawapati. So tunaomba ikiwa ombi kwetu, Bori East ama Bori yote imepakana na Isiolo, tusaidiwe upande wa relief fund, wakati pengine kunakuwa na jua, watu wetu wawe wanasaidika. Jambo lingine ni kwamba limeongewa juu ya police post, na tunahitaji msaada mkubwa sana kuwa na station kubwa katika eneo la Bori, ambayo itakuwa inatusaidia upande wa chini, sababu upande huo umepakana na Isiolo, ndio kunakuwa na shida mingi sana ya mambo ya security. Nataka nimalizie na hiyo nikisema ya kwamba hata upande wa pombe, our sub-county commissioner pia wa MP Mugambire Ndikiri wamejaribu kupigana na upande wa pombe sana, lakini ombi langu ninaomba our county government through our honorable Mutuma, our governor, tafadhali leseni za pombe sipungue, tupeane maleseni ya nduka, tupeane maleseni ya hardware, maleseni ya pombe
yapungue, kwa sababu wakati mnapeana leseni katika marketi moja, basi inapunguliwa zaidi ya 20. Watu wanalewa karibu wote. Hiyo mamba inaharibu, ikiwa mingi katika community inaharibu watu wengi. Kwa hivyo ninaomba hata wakati watu wanapewa leseni, wapewe wakiangalia hiyo market iko na mamba mangapi na vile sheria imewekwa ifuatwe. Mungu awabariki. Asante sana CS Ngavana, all protocols observed. Yangu ni masase sana. Wasa nishukuru kwa kufata nafasi kusimama hapa. Mimi naitwa Reverend John, natoka Embe South, Akasio Ward, Inigeka location. Na yangu ni kuongea mambo ya boundaries. Sisi ndio tunambonda na watu wa huko chini, watu wa Baraka, na huko kunakuwa na vita. Yangu bwana CS, tumepima mashamba na tuko na title deed, lakini hayo mashamba yamekaliwa na watu wengine, na tunapojaribu kuongea tunaambiwa mediation. Wasa niulize RC swali, sababu mwezi wa 6 2023 alikuwa na mkutano hapo Murambene, akatuahidi miezi 3 haitapita bila kuleta resolution. Kutoka mwezi wa 6 2023 tukasikilia kama wasee, mimi ni chairman wa peace committee area hiyo, na tumesikilia kutoka wakati huo alituambia hakuna vita, tumesikilia. Lakini mpaka saa hii wananchi wameanza kusoka, kwa sababu mashamba yao yamekaliwa. Kuna watu wanalima njugu, kuna watu wanalima mtama na wanasomesa watoto, lakini title sio sawa na mashamba sio yao. Sasa ndio nauliza RC, miezi 3 imepita mpaka miaka imepita 3, tutapata haki lini? Na hiyo ni shinda, vita inatokea hapo kila wakati. Ile maneno mengine ambayo kuzungumziwa ni mambo ya assistant chief. Sijasikia mtu hata mmoja akisema assistant chief wawe na ofisi. Assistant chief wamekuwa mobile, unaweza kumtafuta hapa, saa nyingine umpate hapa, saa nyingine uwezi ukampata. Kwa hivyo ninaomba hata wao wawe na ofisi mahali ambapo unaweza kumpata umpate, kwa sababu hao ndio watu wale wako karibu na huduma ya mwananchi. Jambo la 3, hao peace committee washughulikiwe, sababu wanafanya kazi ile ambayo inasaidia mwananchi direct. Watafutiwe hata credit hata kidogo, sababu peace committee wanafanya ile juhudi ambayo inaweza kupanywa na DCC. Tukikamata mtu tukipelekea chief, na huyo mtu ameandika statement mpaka ako na warrant, akipelekwa hapo kwa OCS, sababu OCS ndiye anatengeneza sunset ya kupeleka mtu kotini. Ukiteremka na yeye anateremka. Sasa unauliza, anaanza kukusekea, unauliza makosa ni yangu ama makosa ni ya nani? Ndio unauliza hapo kusungwe kabisa. Ndio mwenye haki yule ambaye ana pesa ya kufanya corruption aweze kupata haki. Sababu unaweza kuwa wewe una pesa ya kufanya corruption na ukamate mtu arundi akuanze kukusekelea akikuuliza sasa ulikuwa unanipeleka wapi? Jambo lingine, haya maneno yakishughulikiwa tutakuwa sawa sawa. Thank you. Asante. Amen. Sababu ya kuja Meru hapa kila wakati kutuangalia jinsi tulivyo. Kuna kilio zangu ninalilia hapa. Kilio yangu ni hii. Ng'ombe zinaingia kwako, ng'ombe inapatikana kwako, mtu ameuawa. Je, hii mahali mbome imepatikana na ng'ombe?
na ikapatikana ng'ombe ikarudishwa, alafu mtu amekufa, mbona mwishi asikamatwe? Hapo bwana CS na kuomba hiyo jambo lishughulikiwe. Nashukuru sana our commissioner na deputy wake, usiku na mchana awalali, wanalia kila saa kukimbia kuangalia ng'ombe zimeenda, awalali usiku na mchana. Je, naomba tupewe ngari ya kutosha kusaidia awangabana. Mr. Mutuma, na kushukuru sababu Meru imetulia, naona utulivu wa Meru. Mimi ni mwanachama wa Amani Igembe Central, ninakuomba bila ulisema hapo utapeana ngari, hiyo ngari ipeanwe na isaidie huko. Sasa njusi watu waliuawa wawili, na walipouawa ninakuomba our CS hiyo watu wafuatiliwe, na zile ng'ombe zimefuatiliwa, na mmesema kuna drone. Hii drone mbona isiende juu angalie ijue mahali gani ng'ombe imeenda? Sasa askari usiku na mchana kwetu hawalali, kila saa wanapigiwa simu, si wanakimbia. Sasa kukimbia ng'ombe haipatikani, na nashukuru kwa hayo machache. Awa ngabana tushughulikie barabara mkubwa. Tumepaindika kuwa na mtu ambaye amefanya Meru ikatulia. Nimesikia Mr. Ndomediaro na Mr. Kili wanalia kila saa. Hebu jaribu kusaidia wao bwana CS, hii kilio yao wasionekane kwa mwananchi kama hawafanyi kazi. God bless you, thank you very much. Bwana Minister Murkomen, gavana wetu, Masengeri MP wetu, all the leaders of the protocols of the SAPS. Bwana Yesu asifiwe. Kambe dia marito ya ontanzia na majina yangu naitwa Alex Babu, mimi ni apostle. Hasa nimwambie jambo ile account letu la Meru. Kama Murkomen amepika hapa na ndio minister wa interior, na tuko na Masengeri, na tuko na MP wote, na tuko na gavana, niko na hakika hiyo maneno itafika kikomo. Na niko na hakika wachungaji masifu wetu, viongozi wetu wale tumepigia kura, na hata MCA wetu, naona hata speaker hako hapa. Naomba kila mmoja tafadhalini tusikane hiyo maneno, kwa sababu Minister Murkomen ameingia. Na mimi nasumbuka kila mahali, kila kaunti ya Kenya nimekanyanga. Kuna mahali ambapo kuko na sinda sana kuliko hata hapa Meru. Lakini yetu ya Meru imesinda. Lakini saa hii tukiwa na gavana Mutuma, tukiwa na Murkomen na Masengeri, na hao MP wote wakiwa sasa, kwa sababu tumesikana na kanisa, Meru itaendelea mbele na hakuna ukora utaendelea tena. Na niko na hakika Minister ameingia na Masengeri na gavana tuko na MP yo maneno watashughulikia. Na naomba tuombe hata nchi letu la Kenya sana, na tuombe president wetu, na tuombe MP wetu, na tuombe MCA wetu, na tuombe Kenya yetu. Kwa sababu nchi yetu ni yetu, na sisi wote ni wa Kenya, na hatutaama Kenya, na sisi wote ni wa Kenya. Na Mungu amani ambariki na amtendee makuu. Mimi ni wa kutoka South Imenti, na Mungu ambariki. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Waziri, Excellency, our governor, viongozi wa bunge wote na viongozi wengine. Hamjamboni. Mimi naitwa Moses Muketha, natoka Imenti Central, ambapo mheshimiwa mengi yameongewa na ninakubaliana nayo. Hiyo yote umesikia wakubwa wakiongea na hata sisi tukiongea ni ya ukweli. Sasa Imenti Central ni hili inakuanga mbisi sana. Inakuza majani chai, inalima mboga, inalima kahawa, pande ya chini mahindi, malawe, ndengo na vitu vingi. Sasa kwanza tuko na mpaka wa Imenti Central na Tharaka. Mahali hapo usalama ni mbaya sana. Usalama wa hapo ni mbaya sana. Ningeomba Bwana Mutuma mahali hapo kuangaliwe. Watu wanunua machamba hapo, unauawa mchana balikishi. Juzi hivi majuzi wafanyikazi wa Kidongo Tea Factory walikuwa naenda kwa shamba ya miti, na waliuawa kinyama hadharani. Na hapo, na sio wao pekee, ni wengi wameuawa wengi. Kwa hivyo ningeomba serikali ya CS, tafadhali mahali hapo hakuna usalama hapo. Hata wenye machamba wameashiria ni bishaka, hatujui nini inapiganiwa hapo na watu wa pande ya Tharaka na watu wa pande ya juu. Vile vile tuko na wakulima wa kahawa. Kwa viwanda ya kahawa
kahawa inakuanga na process ndefu. Kwanza kabisa inapelekwa ikiwa sheri, inakaushwa, inakuwa parchment. Kabla itolewa hapo iende kwa mila, hapo wesi uko hapo. Unaweza kuta hao mawashman wamefungwa kamba wote, na hiyo kahawa yote imebeba lori moja ama lori mbili, na hiyo maneno inatuchanganya. Hii connection yote, hii connection ni wa wapi? Alafu pande ya juu wanakusa avocado, wanakuja avocado na makandania. Vile vile tunakuanga na wizi wa hapa na pale. Kuna hawa vijana wamelemewa wanakaa kwa pombe, unakuta ndio hawa. Hiyo wizi iko hapo, tungeomba iangaliwe na mambo iwe sawa sawa. Kwa hivyo mwisho na kuomba hivi CS, hiyo Imenti Central iliomba sub county juu ya usalama, ikaomba Meru West, ikaomba Meru Central na ikaomba Meru East. Kwa heshima kubwa tungekuomba ukitupatia hizo sub counties, tutafurahi sana. Thank you and thank you. Yeah, thank you very much. All protocols observed. Nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Majina yangu ni Lucy Nkatha, nimetoka Igembe Central sub county, na mimi ni mwenyekiti wa board ya SACCO ya persons with disabilities in Meru County. I want to appreciate our CS and our governor for this opportunity. Mheshimiwa CS, mimi ni mtu yule anaamini of the school that believes in meaningful engagement and ile tunaitanga engagement ambayo unataka watu waseme na uwasikize na ufanye. Kwa hivyo kikao cha leo ni hatua ya kwanza kwa kwetu kama kaunti ya Meru kupata nafasi ya kuongea na nyinyi na kusema mambo yale yanatufinya. Moja kabisa ni kusema ya kwamba to our governor, wacha nianze na governor wetu kwa sababu ya protocol, ni muaddress kidogo, nimshukuru kwa kupata nafasi hii, amekuwa mtu wa kutusupport, na niseme ya kwamba wameanza tayari mambo ya disability board kutengeneza ya county within just a few days in office, and we appreciate that. So ningependa tu jua ya kwamba tuko na challenge ya walemavu ambao wanafanya kazi katika masoko hazina choo friendly. Hiyo ni ya governor. Alafu pia accessibility in our vocational training centers ziko na shida. And then tuko na gender policy ambayo ni imemaliza wakati, ilikuwa ya 2019, imemaliza wakati, and we want to review it, na tunaomba ya kwamba utuharakishie hiyo, and of course with the right person in the office ya gender ambayo ni our CS Murega, CCM Murega, tunajua hii mambo itaenda vizuri. And to our PS, I am going to first of all say asante sana kwa kukuja Meru, na karibu Meru, na tunapenda serikali ya William Samoei Ruto, na pia tunakupenda. I've always admired your vile umekuwa ukifanya kazi hata mbeleni. So yangu ya kwanza kwako ni kwamba and I know our county commissioner atasikia pia hii, nimekuwa nikimsukuma sana kwa sababu, na si mimi peke yangu, walemavu wote, kwa sababu ya ofisi yake. It is so inaccessible kwa sababu ni zile zilijengwa mambo zamani, na wakati wote tukienda kwa ofisi yake ama ya DCC, wale wako kwa hizo ofisi za zamani wanatuambia hii ofisi tulikuta hivi, na tunajua ni kweli walikuta hivyo, lakini ninaomba tafadhali, kwa sababu leo umekanyanga Meru, budget ya kurenovate, tuweke ramps ama tuweke hata lift kwa hizi maofisi za our administrators. Hii kitu itakuwa ya maana, na utakuwa umetufanya kitu ya maana kama walemavu
wa Meru, in fact na Kenya mzima, kwa sababu najua most of the offices are not accessible, so kindly put in a budget for that so that na niseme ni asante kwa county. Mimi napenda kushukuru watu kwa sababu yeye tukienda anashuka chini. But you can imagine ukikaa hapo unaongojea malizane na wale watu wako juu ndio ashuke kukuhudumia pale chini. Mambo ya P3 for GBV cases, tunaomba tafadhali hiyo fee ikue free, itolewe kabisa, kwa sababu it is an hindrance for us as gender based violence champions. Also kangaroo courts tunaomba ziishe. Hizi mambo ya kangaroo court kwa rape cases, kwa nini sijui defilement. I mean, this is so bad in this era, in this century. We cannot be litigating GBV cases kwa uko mashinani. And then mambo ya drugs na mental health in this county inaendelea kudeteriorate. Tumekuwa na cost of rehabilitation na ya drug abusers iko very high, na wale wengi wako hapa rehabilitators ni private. So tunaomba serikali sasa iingilie kati, na hapo ni pia nitaingiza governor hapo, tuingililie kati tukue na rehabilitation center ambayo ni ya serikali, ambayo iko subsidized. And then women's land rights, tunaomba succession fees zikuwe subsidized. Wa mama wetu wanakosa haki yao kwa sababu ya hiyo process ya succession. And as a women human rights defender, hiyo ni kitu ninaona inatusumbua sana kule mashinani. Point yangu ya 5 ni mambo ya beggars. Beggars za security hapa, mjue hiyo ni human trafficking. Most of them are not even residents of Meru County. Most of them are not Kenyans. They are from other countries. Wanakuja huku, wanakuwa trafficked, wanakuwa misused. Zile pesa nyingi zinaombwa huko. Na mimi nitanyamaza mpaka CS aanze kunisikiza tena. Yes, sitaki impite. Ninaomba hivi our CS, wacha walemavu watoke kwa streets. Hii kitu it does not benefit them. Watu wameanza kutafuta pesa na walemavu. And we refuse this as the disability rights defenders, na tunasema hii ni kinyume na haki. Haki hata ikizimwa, acha tu niongee. Hata ikizimika, hii ni kinyume na haki za kibinadamu, na tunaomba hiyo iangaliwe. And then lastly, imerudi bado. So yangu ya mwisho our CS ni kwamba si unaona digital ndio imekuwa mingi, Gen Z wamekuwa wengi, sisi wote tumekuwa digital. Wacha sasa hii mambo ya security tu digitalize, si ndio? Kazi rahisi ndio, kama ni drones zikwe availed, kama huko kwetu Egembe Central hii wizi pia ni mingi sana. Drones zikwe availed, sifuate nini. Na ya mwisho, wacha mimi nishukuru kabisa all the administrators, kutoka kwa chief wangu, kutoka kwa sub chief wangu mpaka kwa chief, mpaka kwa wote wenye wako kwa hizi maofisi. We have seen the change in attitude, because mimi I believe hata kama infrastructure ni friendly, hata kama service ni friendly, without the right attitude hakuna kitu unafanya. Siku hizi kama walemavu uendi kwa ofisi mtu akuangalie hivi aanze kukupimanisha zile mikogojo uko nazo, vile house key. In fact wameenda to an extent mpaka wanatupigia wakipata kesi ya death, wanatuliza tunaweza pata wapi interpreter so the change of attitude hiyo kanyagia hapo mheshimiwa, na wacha iendelee kabisa, na watu wetu waendelee kubuildiwa capacity, waendelee kukua friendly kwa wananchi, kwa sababu kusema ukweli tumeona hata polisi siku hizi wacha nikupatie tu, wacha tuniseme hii moja. Niseme ya kwamba polisi wetu wale tulikuwa tunajua kama wanyama kwetu, siku hizi wamekuwa marafiki. Mpaka wanatupea gari kwenda kufuata makezi za GBV na wanatupea driver. Tumeendelea na tunashukuru. Asante.
Asanteni sana. Bwana CS Murkomen, awandia Gavana Mutuma na and MCAs wote. Let me take this opportunity to say what I should say today. I just want to express my feelings and my thinking according to my situation. Please, siwezi nikasahau kitu yangu. Mimi nitakuwa very brief juu nilikuwa najaribu kuandika kitu nilikuwa nataka kupeleka kwa hii serikali mpya nikitarajia tutasikiza. Lakini ya kwanza juu leo tuko hapa na President Ruto. Ili sida kura tulipiga wana disabled people. Ni kura nyingi kampeni yenye tulipiga juu tulikuwa tunaomba tukapiga kura na miguu na mikono hata na chuma. Muambie hivi, wana disabled people wanasumbuka, they are suffering and they have suffered. Wengine wamekufa. Nikusikia unasikia tukiongea huku. Lakini ujue ukweli wa mambo. Kuna kitu kimeongelezewa hapa leo na nilikuwa naomba nikuje kama hapa niseme. Tumeona tuko na machief. Wana disability all over the whole Kenya should be left to the hands of the chiefs. Unaona kuna kuanga hata na mikutano yao ama ni celebrations zenye zinafanyika, wacha sifanywe sikianzia kwa mali chifu anasimamia alafu ipelekwa kwa constituency. Juu hawa ndio wanaelewa, ndio wako karibu, ni wakina nani wanakufa, ni wakina nani wagonjwa, ni wakina nani hawana watu wa kuwatunza. Sasa sisi vile tunatembea, mimi nimeona tuko na MP. Nilichagua mpaka watu wa 6 of them. Na hizo vote zangu zote nilikuwa na hesabu 1, 2, 3. Sioni sijapata usaidizi wowote. Ndio sasa nauliza, wakati budget inafanywa kwa serikali ya disability inafanywa ngapi? Bwana CS, mimi nataka kusikia kwa budget hii yenye tunasomewa ya disabled iko ngapi? Alafu ni kwa nini tunasema ati tufuatiliwe na machief? Chief anaweza kuwa mtu heshima sana. Juu ako mashinani. Unaona vile mimi niko hapa sasa nikiwa mlemavu. Uniambie sasa niende nisimamie pesa ya kupea wana disability wenzangu. Nikawagawie. Hey, utashangaa. Leo kutoka kwangu unajua nililipa pesa ngapi? Nilikuwa nimeambiwa nifike hapa saa 2. Ngiri 1 ya kulipia gari. Na unaona niko hapa. Sasa uniambie unipatie pesa bila kuwa mtu wa kufuatilia, uniambie nikagawia wana disability. Pole. Ni wakina nani watapata pesa? Ujue hata mimi napenda maisha mazuri. MP, tunasikia wewe tuko nawe. Ile budget umetufanyia wana disability wa constituency yako ni pesa ngapi kwa kila mwezi? Unajua wako huko wanagonjeka. Tunasikia kuna wakati mnaona tukiwekwa kwa mkutano wa tarehe 3 ya Disemba. Oh Mungu wangu, kama ungeweza kutumana ama uende ukaone na ufuatilie. Watu wanakuwa kwa hii compound wakiwa wamejaa. Hii kabisa inajaa. Lakini kutoka hapo utasikia wamepewa ile mkate wa shilingi 30 na sonda ile ya shilingi 50. Hakuna transport, hakuna nothing. Wengine wanashinda hapo wakifanya hivi. Bila walikuwa wameombewa hata transport kuletwa hapo. Mbona mtu achilie? Kwani Kenya ni akina nani? Nimecheka sana, mimi nafurahia kusikia hapa. Kuna wengine wakati walikuwa nasema serikali ni kama inakuanga ni lemavu.
Hakuna mwenye anataka kuwa kilema. Wacha niwaambie, mimi napenda bila niko naitikia, nanjipikia, nanjiogeza, lakini najaribu kujifanyisha chenye naweza. Lakini sina usaidizi. Ndio mimi niko hapa saa hii nikiwaambia. Hata msikia ni nini? Tulikuwa na mtu mmoja hapa, mimi sitamtaja jina. Tuko na mwanasiasa kabisa ameishi hapa na disability. Kwa Meru ameishi na disability akisema ni kiongozi ya wenye hawasomi, hawayasoma, wa illiterate. Disabled people wanakufa, mnapoteza kura, na ndio mimi nilikuwa nafikiria. Mwambie President Ruto tulimuombea usiku na mchana. Vile tuliombea Mutuma, tukasema, tunasema, tunaomba mpaka usiku na mpaka asubuhi. Akawa. Sasa muulize pesa yetu ilienda wapi? Ni mara ngapi mmeisikia tumefanya mkutano wa uchaguzi? Na ngoja kidogo. Sasa ndio mmenikatia. Ndio sasa masaa kienda, acha nibalize, simeongea sana. Mimi naangalia dakika zangu. Kwa hivyo yangu ilikuwa hivyo. Nilikuwa naomba muende mkifikiria. Nilikuwa nafikiria awadia ngawani kutembelea ofisi yako. Mimi nitakuja huko na speaker ataniona. So, kitu kingine nilikuwa nataka nasema sasa hiyo nimemaliza. Tunataka representative wa disability kwa mbunge. Mwenye tu trustworthy tukiwa tumemchagua. Na sio mbunge ya kaunti peke yake, hata national wide. Hiyo ingine tulikuwa tunaomba workshop. Hao watu wako nyumbani wenye hawezi tembea kwenda anywhere. Mkitusupport tunafanya workshop, tunaweza kuwafunza na watafanya kitu mzuri, na kazi yenye watatoa vitu watakuwa wakisaidia na kusaidia kaunti. Hiyo ingine nilikuwa nataka kusema ni mafikira ni yetu na kufikiriana na kusema. Ukiniona bila natembea, ujue si mimi niliomba nitembee hivyo. Naambia wakati mwingine nilichoka sana, naambia wenzangu, sikutaka kuwa kilema, ndugu yangu, sikutaka kuwa kilema, ukiniona sikuomba niwe kilema, dada yangu, sikuomba niwe kilema, asante. Bwana CS, our governor, adopt protocol observed. I'm Lilian Kadhambi, maendeleo ya wanawake leadership, Egozi sub-county, Egozi West Ward. Hata kama mimi ni kiongozi wa disability, niko hapa leo kama kiongozi wa wamama. Mimi nataka kuongea hivi, Bwana CS. Watu wa community wanaogopa kuongea mambo ingine kwa sababu wanaogopa. Sio wote watakubali kusema unless mtutengeneze multi-sectoral forum kama ambayo ilikuwa wakati wa election. Kila DCC alikuwa na multi-sectoral team ambayo walikuwa wakiongea mambo yao. Kama kuna mambo iko huko mashinani, wanaongea hapo, wanapata maneno huko, wanaongea hapo, na hiyo inafikia serikali mamoja. Na hiyo sasa bila uchaguzi uliisha, hiyo ni kama muliangusha. Na hiyo ndio ilianza kuleta shida zetu kama Wameru. So kila DCC atengeneze multi-sectoral forum ambayo itahusisha watu viongozi mbalimbali. Kitu kingine ya pili, machifu waliangusha public barazas. Watu wetu wanahitaji kufundishwa sensitization. Kila wakati wanaitwa mkutano, wanaambiwa mambo iko hivi na hivi. Mimi nimesema hivyo, sijui kama wanakubali ama wanakataa. So long as mimi nimesema mastifu warudishe public barazas.
kwa sababu kama saa hii tunasikia kwa redio basi moja ilishikiwa Mombasa Kanyonyo mchana ikiwa imebeba explosives na ilikuwa inakuza Meru. Atuzui ni nguruneti, atuzui ni mbomu, atuzui zilikuwa zinaletwa Meru wapi. Kukiwa na hiyo mikutano, hata watu wa public watazua kuna mambo inaendelea. Kwa hayo machache nilikuwa na hayo tu. Thank you. Basi asante sana. Basi tusimame tumkaribishe CS akuja atuongeleshe. Tumalize first round. Karibu CS, makofi moja. Tena. Asante. Haya, tu straight kidogo. Boss, thank you very much. Katie. Oh, just straight. I'll make this responses very brief. Thank you very much. I think we will make the responses very brief so that we go to the final round, which will involve a few of you and the leaders. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba nimefurahia sana ile maswali ambayo mmeuliza na maoni yenye mmetoa. Let me say tuko hapa kusikiza kama vile nilisema hapo awali. Yeah. So we are here to listen and sasa hii ni namna gani? Nakaa jua kali. Okay, so we've come here to listen. Na ile proposal mmesema it is very good proposals. Ningependa kusummarize mambo machache ambayo kama majibu ya ile maneno mmeuliza. Number one, tulikuja ndio tujue the assessment of the key issues ya security na service delivery kwa sehemu hii. Tukianza na mambo ya security, it is now very clear kwamba security problem number one ya hii county ni cattle rustling na banditry. Ingawa wengi wenu hamsemi tumepiga hatua, ni ukweli kwamba tumepiga hatua. Philip, ile maneno umesema ni mzuri sana. But penye tulikuwa mwaka 2 iliyopita ilikuwa shida zaidi. Make progress. Wakati tulikuwa tunakaa pale, mimi nikisikiza vizuri, kuna sehemu kadhaa ambayo tukizipa hizo kona it can give us results. Na kuna suggestions tofauti. Kuna wale wanasema NPR wanafanya vizuri, tuongezewe. Na nimemwambia county commissioner na regional commissioner, sasa hizo sub counties affected. Let me use the constituencies affected. Wacha tuende tukae chini tuulize NPR wenye wako nayo ni wangapi na wako na uwezo gani. Alafu wale ile kona iko na shida, tukubaliane kwa hii mkutano kwamba RC kwa wiki 2 tupewe report sehemu ambazo tunaongeza NPR is sort out that problem. So we in our notes in 2 weeks we should get the list of all the locations penye tunahitaji extra NPR. Thank you very much. So 2 weeks tuko na hiyo. Number 2, the vetting process tulikubaliana kwa Isiolo, hiyo inaendelea. Hiyo vetting I think we should finish in those 2 weeks tukue tumemaliza the vetting. Then we agree wale ambao atukubaliani na wao using the security system, we can fast so that there is no gap. Tunaandika wale wenye kuna extra yenye tunahitajika. That includes mahali penye haba kuwa na penye walikufa ama waliondolewa kwa NPR, tujaze hiyo
before removing wale tunaona kwamba hawana capacity, so that then there is no gap kwa hiyo nafasi ya NPR. Nationally tumeshaweka tayari ya policy ya mambo ya NPR. It's going to be rolled out. Hiyo ni ya kuhakikisha kwamba all the NPR must operate under the OCS. Akuwe na view. The OCS must have a working number ya every NPR. Na every NPR must be known where they are. Mimi, well, let me say this. Kitu ya kwanza nilisema nilipokuja hapa, sisi wizara, courtesy of this trip, we are ready to add more NPRs where we know they are capable of doing the job. Na wale wameandikwa mpya tuwapeleke training, si tunajua penye tunawapeleka, tunakubaliana na nyinyi. Kuna mama alisema kwa hapa training ikuwe longer. Tuongeze training ikuwe refu kidogo, wajielewe vizuri na waelewe ile kazi wanafanya. Pia the tofauti, wacha niseme hapa ndio nyinyi mjue. Tofauti yenu NPR ya hapa, especially NPR mtu NPR Meru, ni kwamba we are training them for the first time, wanaona bunduki for the first time. Si tuseme tu kweli, si ndio? Kuna haja kupika kona ati tufanye PR. Lakini wale NPR tuna train from the pastoralist areas pande ule, they have grown up wakiona bunduki. Ama tunataka tuseme uongo? Si wame grow up wakiona bunduki. So wanaelewa mambo ya terrain nini. So we have also lifestyle challenges yenye the Meru NPR wana face. Hii ni mtu amekuwa nyumba yake, amekuwa akiishi maisha mazuri, alafu sasa anaambiwa afanye kazi ya uaskari. Lakini wale wengine, even when we get NPR from Samburu, twende tafute NPR ya Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet, hizo Turkana, huko Northeastern, ni in the reality of our country, because of proliferation of small arms in those areas, you are getting people who are generally know how a gun works, how to survive and how to do this. So kuna suggestion niliambiwa, ingawaje hamu kusema kwa hapa, kwamba if we mix the communities that are living along the border there, we can get greater strength kwa wale ambao wanaelewa mambo ya kumanage mambo ya bunduki. Mumeelewa kitu yenye nimesema? Mumeelewa? Eh? Hapana, hiyo sio mbaya, because the areas where, I must say the truth, the areas where we have people who come from non-Meru community and they are living in that area, we have a greater safety than the areas where the NPR are just local Merus. We just have to face the reality of the question. Until, because most of this, huyu mtu mwenye amekuwa akiishi maisha yake mazuri, umwambia allowances ni 5,000 kwa mwezi, alafu akuwe NPR, it's very difficult to convince them kuliko mtu who has grown up in the process of pastoralism. So in those areas where we can blend, na nimepewa security brief on the areas where we can blend, we can take advantage of the strength that comes with people who appreciate pastoral life kusort out that issue. So hiyo ni ya kwanza, mambo ya NPR. Number 2 ni administrative units. Kuna locations, sub-locations and sub-counties that are supposed to be operationalized, including divisions. Mimi ningependa tupitishe hapa kwamba hata kama sehemu zingine zinangojea, tuanze na ku-operationalize the areas yenye iko na insecurity. We start with them kabla hatujakuja sehemu ambazo haina mambo ya banditry, and that becomes a very important priority for us here. Pia as we roll out mambo ya magari, yeah, na strengthening the institutions hapo chini. Tukipata gari moja ya kuweka police station, tuanzie the police station yenye iko kwa border. Tukipata gari yenye inafanya mambo ya kusaidia ACC, tuanzie hao ACCs wenye wako kwa security areas. Beyond that, there are other suggestions. Mmesema mambo ya kuhakikisha kwamba tunataka surveillance, drone surveillance. Nimesemekana kitu moja ambayo sisi wote na wabunge tutalazimika kupambana nayo, ni security road. Nimeambiwa it cuts across all the constituencies along the border. I think I have heard that. Wabunge wenu wameniambia hiyo, waliniambia nikiwa roads, wameniambia nikiwa interior. I think this is
we will all of us put our efforts together to make sure that infrastructure imekuwa improved in those areas. Kuna mambo mengine mmesema ambayo ni obvious. For example, mmesema kwa nini ng'ombe inafika upande ule inaenda na bunduki, tuna negotiate bunduki inatoka, ng'ombe haijakuja na mtu hajashikwa. There are other challenges tuko nayo huko Samburu and other areas where we have. Kuna also problems ya upande huo ya access. Sehemu kama Mkokodo Forest huko, hizo sehemu za I don't know why I'm forgetting the name. All those areas where livestock inaenda kufichwa huko, imekuwa ni shida kwa access. Hata wale askari wenye wako that side, they also have access because these are areas that have become safe havens ya bandits. Na tumesema there is a bigger government project ya ku open up these areas, and I think this is something that we must think through together. So in terms of banditry, kuna maneno specific mumerais, and I'm sure we have noted what we have noted, but in terms of strength ya officers, we want to make sure that something is done. Pia ni ukweli kwamba kuna some formed up units askari hao hawatoki nje. Ni ukweli vile mmesema. Kuna formed up unit hapa, kuna askari hapa, lakini mwenye anafuata ng'ombe ni NPR. Alafu wanawacha NPR waende 1 hour ndio baadaye wakuje wakifuata NPR. This is a command issue and we have discussed with the security committee. Nyinyi ma-OCS mko hapa, tumesikia mambo yetu. Pia nyinyi msikie yetu. Our raia na chiefs na this team, they require service from you. We have come here to discuss service. Kila mmoja mwenye anaoperate in this area, we need bwana IG to improve on our command and response, because this is really the problem. This is where the problem is. Tuko na wakubwa wenye wako hapa, lakini wananchi they give up. Wakiona NPR ndio huko mbele, lakini watu wamefungiwa police station, they are not leaving the police station. We just need to know how best is DIG, because hii ni swali tumeulizwa in every county where there is banditry. Let's go back and ask ourselves, kwa nini mtu anajifungia na yeye ni askari kwa kambi na awaachie raia watangulie mbele na chief mwenye ako tu na karungu, hata sio rungu ni kavimbo, hakuna kitu anaweza fanya? So this is the missing link that we must answer. Tukijibu hiyo swali sisi tutaweza ku deal up with the response, because DIG, you know, Bariko, that's the same problem. We have so many formed up units in one area, lakini tofauti ni response. So how do we ensure that wewe mpaka kwako ofisi DIG unaweza jua who has responded, who has not responded? Because ndio unaona hata hawa NPR wanaumia na kukufa is because there is no backup from the police officers to protect them. And if they don't have that backup, that is what is hurting them. That's why I'm saying to ongeze the strength. Thank you, DIG. We need to increase the strength of NPR because somehow, unajua tunasema sisi kama polisi, sisi ni utumishi kwa wote. Lakini wewe ukitoka sehemu nyingine umefika Meru unasema wacha hawa NPR waende mbele, ng'ombe ni yao. You know? And then you leave them exposed. It is important for police officers to know, as I have said, this is a service to God, service to humanity. We must be able to respond in properly and in good time. Kuna maneno mmesema kuhusu building police stations, offices ya chief, office ya SCC, hiyo yote we have a plan for the infrastructure. Tunataka kufanya design moja, lakini hatutafanya wenyewe tu kwa ministry because of budgetary constraints. That's why mmenisikia mapema nikisema I support NGCDF, and we need to work together with the members of parliament and the committee of NGCDF and the board to see that now there is a greater improvement for schools. We need to move towards security infrastructure so that it can help us to achieve these issues. Kwa mambo ya magari nakubaliana, the police officers have raised these issues, the administrative people have raised these issues. Tuko kwa procurement process and we've been promised by Treasury that by August tutakuwa tumepata another 5,000 vehicles yenye itatusaidia to distribute to different entities here for that service. For the strength of police, I agree with the police officers kwamba since we have not hired for the last 3 years, kuna ma police stations who have lesser strength. The good news is that in a month or so, in the
either towards the end of this month or early next year month, we shall have announced hiring of 10,000 police officers, and that will help us to improve our strength as an administration and as a country. And therefore, I have confidence that tukishapata hiyo team itatusaidia sisi wote to ensure that our interests are taken care of. Kuna mambo ya, as I said, access, mambo ya barabara, mambo ya network. Please, sub-county security committee, leteni reports here which areas have no network, which is this called security road. Na usiandike kila kitu unajiita security road. Hiyo ndio inaharibu pia, because ukichukua everything at security road inafika huko juu, watu wanaona budget ni huge, wanasema wacha hii ngoje tu mpaka siku nyingine. Let's also focus on priority areas yenye we can make a case for the budget, lakini let it come from you, itoke chini, ndio sisi tukipata we make sure that we push it isonge mbele, ndio tusaidiane na Ministry of Infrastructure to sort out these issues. Now let me run through specific. That was the issue of banditry. Number two, tuko na issue ya land. I can see there is a serious border problem na Isiolo, na serious border problem na Tharaka Nithi. And I'm sure nikifika Tharaka Nithi kesho nitaambiwa the same. Kuna ule mzee aliongea, mzee wa Amani, yule alikuwa na maroon nimesahau jina, sikuandika nimesahau jina yake. Where is he spoke very passionately about the boundary issue. Yeah, he spoke very passionately about boundary issue na Tharaka Nithi. Kuna mambo, hata kuna task force, kuna report yenye inahusiana na hiyo. I think the challenge is for us to see how best we can implement in a way that will not cause fight between. Mimi nishakuja huko hata nikiwa senator, mambo ikitokea tulikuja baraza huko and so forth. And I think it is important we make sure that we find a way. I will not lie to you that I have the answer here, but based on the reporting in Metupatia, we will go and sit down with lands and other responsible agencies to own how best we can sort out that one. So land issues remains a big challenge here, and I promise that we will look at that both in the two boundaries. Now on the other security issues related to mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. I think this is straightforward. Chiefs and assistant chiefs, take your position. OCSs support the chiefs and the assistant chiefs. Let us use the multi-agency approach. Let us weed out these people. I know mumesema court is a problem. Nashika mtu umepata na pombe, umepeleka kotini, wanachanga pesa na kumbe wamepewa hata cash bail ya sometimes ama hata anapewa cash bail ya 10,000 ama fine, anafungwa, anaambiwa fine yake ni 5,000, anaachiliwa. I understand that challenge where it is, and we need not RC County Commissioner through the Court Users Association to continue also sensitizing the magistrates. Ndio tuone what we can do. Nikiwa Kitui huko ama Kitui ama Makueni, niliambiwa na ACC moja, kuna mtu alimshika kwa bangi akampeleka kotini. Kufika kotini, judge akasema amefunga yeye for community service. As kufunga yeye kwa community service, akaambiwa umefungwa community service, enda ufanye kazi kukata nyasi kwa ACC. So akakuja kwa ACC pale kukata nyasi, raia wakipita wanaona kumbe ule mtu ya banki ACC alichukua kuenda kumfanyia yeye kazi kwa kwake nyumbani. Yeah? Na akatuambia people lose faith. Na watu waseme hata alikuwa anakata nyasi, nasema ule ACC amechukua ule mtu anampigia yeye chakula kwa nyumbani, amekuwa mpishi yake. So there are challenges that come with the lenient penalties that are meted on these criminals, and I think that we will continue. And in our report, we will capture all those issues and share with the judiciary through the
relevant institutions so that we can be able to deal with these issues. Peace on conflict, let's continue with that. Mumesema mambo ya welfare. I think there are other security issues. I'll think about that. But on the welfare issues, on the boundary. Let me finish with the boundary. Boundary is not a problem ya Meru na Tharaka Nithi peke yake ama Meru na Isiolo. It is now becoming a top agenda in all the jukwaa la usalama across. This is now the 7th county tumeenda. Na bado boundary is a big issue. Whether it is between Kwale na Taita Taveta, ama it's between Kitui and Tana River, ama between Lamu and Garissa, that has continued to become a big issue, and it is fueling tension and fights among communities between two counties. We are going to capture that as a very important issue in our report, and if possible, we need a multi-agency committee at the national level yenye inakuja kuweka beacons to mark the boundaries between counties so that we can end this fight. Otherwise, we will be pacifying these issues, but it's going to strain security and strain relationship across counties. On the issues of welfare, nakubaliana na nyinyi, we are working based on the discussions we have had already. We are finalizing mambo ya scheme of service for the chiefs, for the ACCs, and everybody and career progression. Tumesema, hata kama wewe first, kama uko na qualification ya kuwa chief, ya kuwa ACC na wewe ni chief, wakati tunatangaza opportunities for ACCs, we reserve internally some slots for those who are already working in the service kama chiefs, so that they can progress, can be promoted to become ACCs. Hiyo tumesema hiyo lazima ifanye. Alafu pia tumesema kuna machiefs wenye hawata move kwa ACC. We need to manage the progression so that you can grow kwa one rank to another even if you are still within the chief, so that there is a career progression. Usikae one place for 20 years as a chief or as an assistant chief. That applies also to the ACCs. Na kuna ACCs hapo walikuwa chief zamani. Si ndio? Kama wewe. Unaona hapo sharp sana. Ama mkusikia vile akimweka Michael akifanya presentation. Is it Michael is the name? Yeah, Japala, yeah. So mlisikia akiongea? Anakaa kama hawezi. Sinaona mtu anaanzia hata chief ni mkali zaidi. So asante sana ACC. So we need to give opportunity, and the others, I just picked on it. We just want to make sure that there is that opportunity, because that experience ya ground hapo inasaidia in building you to go to the next level. On other welfare issues, nimewaambia mambo ya magari, motorbikes, mambo yenu ya security, tumekubaliana. Mambo ya Ngapu sasa National Police Service wameweka the commander. Yenye inabaki sasa ni ku-operationalize ikienda chini. Kwa sehemu ambazo machiefs wako na shida sana, kama hii boundary yenu na Isiolo, kuelekea hii mambo ya wizi ya ng'ombe na hiyo side yote, tumesema for the time being, wakati unangojea chief apate police officer attached to them, we are ready to do two things. One, chief mwenye ako wa maisha yake kwa hatarini, we will license them to carry firearm, ndio ajichunge, na tupeleke PTC to train them to know how to manage bunduki. Number two, chief ambayo tunaona kwamba ako kwa shida pia, tunaweza andika specific NPR wenye watakuwa attached to the chief for purpose of enforcement, especially kwa hizo areas wenye wako na challenge. So wakati mnaketi kwa sub-county security committee, let us get those proposals for the areas where extra NPR wanaweza andikwa, so that are attached to the chief's office for purpose of enforcement, especially in the areas where they have bigger challenges ya banditry. Otherwise, it's of great concern to us that chiefs must be protected. Pia, all chiefs when you want to face cases, ACCs, DCCs, want to face cases as a result of their job, you have a right to be represented by the Attorney General. That is not your fight. Those cases must be escalated so that they are covered by the ministry. Speaking to the Attorney General, you will be represented in court by the Attorney General. Unless umepelekwa kotini for assault
Umefunga bibi ya mtu na kamba. Hiyo ni tofauti, hiyo ni makosa yako. So mnajua hata women are not handicapped, ndio? Muulizanga hata polisi wakati wana arrest mtu na nini, and I don't know at the moment kwa nini polisi angangane ku arrest mtu kwa nguvu namna hiyo badala ya ku work together with the police. So we need to help you to defend you when you are doing your job. Kama ulienda kumwaka pombe, tuko na wewe. Umeenda kusaidiana kufanya enforcement, tuko na wewe. Umeenda saa zingine unaenda kusuluhisha shida kati ya bibi na bwana, alafu ama familia, ulikuwa unajaribu kusema resolution, alafu unafahamiwa. Hapo we will defend you and we will make sure that we do everything to make sure that the chief is protected. So we will protect you when you do your job and so forth. Police stations mmesema in those areas ziandikwe. We will see what we are able to do. Mambo ya land office huko Timao tumeandika hiyo. Injuries wakati on duty tumesikia hiyo. There is a process ya kufollow, but we get the feedback right kwamba nobody has benefited, meaning there is a problem somewhere in the compensation. Then mmesema various police stations. Thank you for the feedback on SHA. Witness protection is also very important. Nimesikia hiyo kwamba there are certain crimes, especially related to sexual offenses, that needs to be dealt with, and then biggest problem ni kupata witnesses because no witness protection, and that applies also to banditry. Watu wengi kwa sehemu ile nyingine, especially in the areas where the bandits come from, many people wanaogopa kwenda kotini kuja kusema huyu ndiye ameiba ng'ombe, huyu ndiye ameua mtu, kwa sababu they know they live in the same surrounding with people who have guns and they know that their lives are in danger. So we must find ways of improving on witness protection. And then mobility, lenient penalties mumesema hizo. SHA, police, ratio, accommodation, promotion, mambo ya Mheshimiwa ananikumbusha hapa, I know you will still speak even later, you can speak to it, but Mheshimiwa ananikumbusha, Mheshimiwa Ridikiri ananiambia they already lands office kwa imekazetiwa already kwa Timao. So the MP is working with the relevant ministry kutafuta resources ya kujenga, but already it's gazetted. Thank you Mheshimiwa for that feedback, and again when you speak later you can also speak to it. And then psychosocial support, we have agreed tumekubaliana for welfare of our police officers and even GAO officers. Mtu akiwa na shida anakuwa kwa dangerous operational areas, we have agreed that we must give them psychosocial support. Number 2, tumesema kwamba officers wenye wanajipata wako na addiction ya pombe, we don't take them ati wafukuzwe, tunapeleka hospitali, kwa sababu we take them to rehab because alcohol addiction is also a disease. And we have also agreed kwamba ukifika 55 years kusonga mbele, 53, 54, 55, karibu mfike retire, all those police officers wanapelekwa closer to the area they choose that they are going to retire. So waanze kujuana na chiefs yao katika sehemu hiyo na assistant chief. Kwa sababu ndio kuwe familia with your surroundings. Namna hiyo. Chief ni mtu ya maana sana. Sisi wote hapa tuko public service including me, ukianza ukaribia, nilikuwa naambia juzi wa bunge, hakuna haja umalize term na police station ya nyumbani yako hakuna. Ofisi ya chief ni mbaya. Ofisi ya assistant chief hakuna. Everybody mkubwa, kama ni waziri, kama ni PS, kama ni mbunge, at least anzia chief ya na assistant chief ya hapo area na police station, because huko ndio unaenda ku retire. Sasa ukienda ku retire huko umekuwa mzee, unaenjoyiwa, unaambia wewe ati ulikuwa mheshimiwa ya wapi? Yaani hata chief hata hapa ungeweza hata kujenga ya mabati ofisi ya chief. So it's important for all of us to always think that eventually we will move closer to these institutions yenye iko nyumbani. Nilikubaliana sana na ule Osibilia alisema kwamba we need to think of long term solution ya mambo ya bandits. That is the truth. That is the whole truth. Nothing but the truth.
Why are we suffering because of Samburu East? Why? It's because of marginalization. There is no road, there is no school, you know, there is no food. There are watu wanaenda. How can you still have a place in Kenya near Meru and near Nanyuki where you cannot access? Ng'ombe kishafika, watu wanasema kwa heri ya kuonana. Na ni Kenya. Na ni kitu unaona hata kwa macho. It's because we have neglected these areas for a very long time. The long-term solution ya banditry in Kenya is to make sure that those areas which are safe havens for criminals and bandits are opened up, good roads. It has a network. It has irrigation. It has... Now, unajua, you've gone, some of us who have gone to those places in Samburu, very beautiful. In fact, ikifunguka, nyinyi wote mtahamia huko kwenda kuishi huko. But the threat now is its security because of marginalization. The place becomes a very good safe haven for criminals. We need to think through. And I'm happy the government is building the road from now Samburu pale Maralal ikuje mpaka Baragoi. Now if it continues like that to open all this infrastructure under this administration to come, it will be better. That is why it is good to look for a better life for your neighbor. Because kama utajenga nyumba mzuri hapa na unasurroundiwa na slums, hata utaishi nyumba. Utanyoroshwa mbaya sana na wale ambao wanasurvive huko nje, because kila mtu lazima akule. That is the same way. Tukikuwa surrounded na counties and areas that are marginalized, they will continue affecting us and hurting us. And I think we should all put our heads together to make sure that these ASAL areas are opened up for proper development, so that they be like this town where tumekaa hapa na tuogopi saa hizi kwamba kuna bunduki mtu anaweza piga hapa. And modernization equipment, nakubaliana tuko na plan ya computers na printers for your offices, at least up to DCC to start with. We are working on that with the ICT ministry, and we'll see how far we go to make sure that this is happens. The issue of allowances, AIE, nimecapture hiyo yote. FGM issues, we have captured, and thank you for the work you've done so far. Mambo ya NPR, mambo ya maendeleo ya kina mama, mambo ya chiefs empowered to NPR, mambo ya hapo Isiolo Modokashi and the invasion of herders. We need to deal with those issues. Surveillance, mtu propose very important that we should have an helicopter standby here operations that could really help. It is just a shortage of resources that is really affecting this kind of issues. Mambo ya offices, na hii mambo yote, theft ya coffee, theft ya fruits, trees, administrative units, drugs, mumesema. Nimekubaliana hii kitu ya beggars in towns. Governor ata respond later when he speaks. And then change in attitude. We are happy to get feedback kwamba there is a continuous change of attitude kwa chiefs na assistant chief na police officers towards citizens, from kutumia force to service. Na hiyo ni kitu ya maana sana. And that's why we are insisting we must use rights-based approach to development. Tunataka our chief, our assistant chief, our police officers wakue wakati wanafanya service wanaelewa rights ya wananchi, so that they know that this is the right ya mwananchi, this is the right ya mwananchi, this is the right ya mwananchi. This rights-based approach ndio itatusaidia sana not to be outside the law as we deal with the issues that we deal with. I appreciate the feedback on multi-sectoral forum and all these many other issues. Even as I conclude, nimeambiwa also kuna ofisi ya chief village Chongwan, so we must always make sure that we deal with these issues to make sure that we protect our chiefs. Lakini other than that, ningependa kusema vitu viwili tu ya kumalizia. Chiefs na assistant chiefs na OCSs wenye wako hapa na police officers na administrators wote wako hapa. Two things. Even as we work on your welfare, ikuwe sawa, you must understand you are servants of the people kwa ground. Na nyinyi amko kwa siasa.
Nyinyi ni kusaidia serikali kuhakikisha program ya serikali imefika mashinani. Nilikuwa Kitui na chief moja akaambia crowd, akaambia unajua, akasema mnajua mtadanganywa hapa na a politician comes anaongea mambo yake, anapinga alafu anatoka. Mpaka unapata wananchi hawajaregister SHA. Wewe ndio macho ya huyo mwananchi aelewe government programs na kutofautisha siasa na government programs. Na nataka msimame imara kwa kuhakikisha mnachunga wananchi wetu ndio wasikue katika shida ya ulaghai. Make sure that political statements do not affect the right of mwananchi kupata services on the ground. And you must really, wewe ndio macho ya serikali hii, serikali itayokuja na hata serikali inayokuja huko mbele, wewe ndio macho. And every year you must learn. Na hauwezi kuwa hiyo macho if you have not learned what is government program. That is why you must take it seriously. Hii issues ya government program. You understand what is the program. Hata beyond training, hata kama hujatrainiwa uende hata YouTube, usikize rais aki-explain government programs, what is housing, what is SHA. You must always be ahead. Na mimi nimeshindwa wakati nani aliongea hapa akisema, kuna mama alisema turudishe baraza ya chief. Mkapiga kelele kwa sehemu fulani. Kwani baraza ilipotea? Iko baraza iko sawa? Oh, mlikuwa mnasema iko. So in your barazas, you must make sure that those barazas are educating our people. Two, shida yenye inaumiza wananchi sana kwa ground ni corruption. Ni corruption. Unajua kuna corruption kubwa ya wadosi wenye wanafanya tenders nini huko juu. Lakini yenye inafeel mwananchi kwa hapa haraka ni yenye chief umeambiwa ID ni free. Unaambia mwananchi ID ilikuwa 300, tuliondoa lakini tulibakisha ya wino ya chief. Naambia ukileta 100 ya wino ya chief ya kusai, nitamalizia mambo yako haraka. Ule OCS unasimamia police station, lakini najulikana kwa the whole community kwamba hakuna pikipiki inaweza pita bila wewe kuokota shilingi 50-50. So hiyo ndio inaumiza wananchi, na hiyo ndio inapatia sura mbaya serikali. I think we need to respect ourselves, sisi wenyewe kwanza, ndio wananchi watuweze kuturespect. Just imagine you are a chief. Chief inajulikana wewe unachukua pesa ya watu, kesi ya mashamba unachukua nini, unasaidia kunyang'anya watu mashamba. You really bring a very bad image. Na unajua wananchi hawajui chief, hawajui OCS. Wanasema tu serikali ya Ruto imetuibia. Corruption imeenda juu kwa hii serikali. Na kumbe ni OCS. Moja hapo kona fulani. It's our duty to make sure that we work diligently. And let me say this. Since I get security reports, yenye nasema chief fulani, I read all these things. Chief wa mahali fulani anasaidia drugs ipite Meru. Sijui OCS fulani anashirikana na nini. Huyo anafanya nini? We will take those reports very seriously and will take stand action against anybody who is perpetuating mambo ya corruption katika nchi yetu, because we want to see that service delivery is achieved. Otherwise, I am very happy with this session. We have the last part of this session. Nataka kuita this county commissioner Aguja moderate the last part, but I am very happy and I have heard what you and you have said, and all these issues are going to be taken into consideration in implementation. Nataka tujiambie hii vitu, especially ya banditry, because we can tell the corners. Nataka nikitoka Meru na ni work na the security teams hapa, you chiefs and assistant chief mkinipatia sasa final areas yenye nimesema, it is important that in a month or two tunafanya review, tunaona how far have we gone kwa mambo ya kuhakikisha kwamba hakuna ng'ombe inaibiwa na hakuna watu wanawawa. Lakini pia sijasikia mtu akishukuru, lazima ushukuru also security teams. 80 to 85% ya ng'ombe yote na livestock imeibwa inarudishwa. Tupigie makofi watu wetu wa security. I know mchipigie makofi chiefs kwa kazi yenye mmefanya pamoja na wale ma NPR pamoja na security team. We have made progress, but we want to make sure that
this thing goes completely from us so that our country can be safe and people can continue with their livelihoods. Asante sana. Karibu RC. Asante sana CS wetu, let us appreciate him again. Basi saa hii ni saa 10:30. Tunataka kuingia mkondo wa pili, na mkondo wa pili ni wa elected leaders. Na tunataka elected leaders tumalize hiyo shughuli by 5. Tuwe tumemaliza. So ningependa nianze na members of county assemblies ikiongozwa na speaker. Speaker, uja. Speaker, nataka tukubaliane, panga watu yako 10 minutes. Tumalize? Sawa. Thank you, RC Waziri Murkomen, His Excellency Governor Mutuma, all protocols observed. Naona masaa imeenda sana. Ningetaka niite kwanza Mheshimiwa Dhaitumu akona pale atao kimbia. Alafu tu MCS wataongea kama wawili watatu tumalize. Karibu. Asante sana Speaker wa assembly yetu ya Meru, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Gavana wa hili jimbo hili county yetu ya Meru, RC, all protocol observed. Mimi nitakuwa mchache wa maneno. Kwanza nataka nikushukuru waziri kwa kupata nafasi ya kukongamana nasi hapa siku ya leo ili tuweze kusema mawili matatu kwenye hili jukwaa la usalama. Ulipokuwa ukiongea na wana vyombo vya habari asubuhi siku ya leo, niliona wewe uko na randa ya yale majanga ya usalama ambayo yamekithiri michisi hapa Meru. Na sikurudia, lakini nataka kusema hivi. Kwa hivi karibuni serikali imejikakabua kiasi. Bila kukosoa, wewe umetaya kuwa wale ng'ombe, wale mifugo ambao wameibiwa wamewahi kuregeshwa 80%. Nataka kusema waziri, with all due respect, I wouldn't like to say that's the truth of the matter, because cattle rustling has been rampant, particularly in Igembe North, for the last 2 years, starting from 22nd of February 2022. The number of cows, goats, and other livestock that has been stolen is quite huge. Hiyo taarifa yote iko kwa wizara. Maafisa wako wa serikali wakiwemo DCC wamekusanya na wameweka katika ofisi zako. Kwa hivyo, kwa hayo tungeomba kama itawezekana wale wafugaji wapate fidia kuhusiana na wale mifugo wao wamekuibiwa. Pia waziri, nataka kushukuru serikali ya His Excellency the President. Siku ya leo mimi nimekuwa kwa ofisi yako mara kadhaa, kwa ING, hata kwa DING, kwa sababu ya usalama. Atulali kama vile mzee fulani alisema hapa. Lakini leo hii kupitia kwa DIG kuna maofisa ambao wametembea Igembe North wakiongozwa na new commandant Wangapu, National Government and Administrative Police Unit, wako huko Makinya. Waziri, wakiangalia eneo lile wanaweza kufanya tactical training college, na hiyo tunashukuru tukiwa watu wa kule. Pia na kuomba siku ya leo kuna area inaitwa Dumoru ambao ni mlango wa hao wezi wakitoka Tigania East, Tigania West, North na Central, wanapitia katika huo mlango wa Dumoru.
kuwekwe RDU Training College ambao nilisema MCS wakiwamo kutoka Isiolo na Samburu. MCS wakiwamo kutoka Isiolo na Samburu. Lakini hiyo operation haikufanyika. Na watu wa Igembe na Nyambene na Bori kila wanaomba na wananilia ni operation. Hii ni kitu imewaifanyika wakati wa Saitoti na hivi karibuni hapa wakati wa Uhuru kulikuwa na operation. If you want to stamp out a problem, it must be deeply from the bad. Na hii ni kitu inajulikana. Juzi mnamo tarehe 7 NPR watatu waliuawa. Tarehe 13 zile bunduki zikapatikana. Lakini wale walikuwa na bunduki hawajaionekana. Wale waliua hawajulikani wako wapi. Sasa swali kubwa, hata kama tunajua ni vizuri sipatikane, ni kuwa bunduki ndio kubwa kuliko mwanadamu. Hivyo ndio mtu hawa watu wa eneo hili wanafikiria. Kwa hivyo kile ningeomba kwa unyenyekevu, hii mentality ya kunegotiate na mwizi, ng'ombe ikienda 10 unapatiwa 2, hizo zingine zinapotea, hiyo mambo tuweze kukomesha. Na tunajua hii serikali ya Kenya iko na uwezo, kwa sababu juzi hata kama tunatoa rambirambi kwa mheshimiwa Were ambaye alituondokea, hii serikali it has proved that it has the capacity, it has the equipment, it has all the structures. Wakati aliuawa within a few days, and we commend you very much for what happened. Those people were gotten from the hideout na wako katika mikono ya nini? Ya serikali. Kama waniweza kunusa hao watu na hata ile njia walienda haikujulikana, hawa ng'ombe na si mshwa, kwa nini inaenda na iwezi kuchukuliwa? Hii ni maswali ambayo tunauliza. What we are lacking, I would like kusema Kenyans, watu wa eneo hili, they are waiting for the trigger. Whoever has the ability ama na kidole ya kutrigger hii operation, ng'ombe wetu warudi, hii amani ikwishe, alafu hii amani ipatikane, tunaomba hiyo ifanyike. Finally, kuna ile tunaita short term measures na long term measures kama ile umesemea hapa. Lakini short term tuwe na access road umesema, tuwe na vifaa vya kutosha, na ni vizuri umesema marginal areas to be looked at. Mangari ya police ikipatikana, hata ukifanya mobilization pale iko mzuri, unaweza tafuta ngari hapo, tusingoje mpaka inunuliwe ama ipangwe. Kuna maeneo ambayo hayana utata kama yale maeneo ya kule juu. Kwa hivyo unaweza badilisha because it's within your ability. RC afanye reorganization, mangari ipatikane pale Igembe North ya kupambana na nini na hao wakora, tukigojea hiyo consignment ambayo unasemea. I think these are some of the things that can be done within a very short time. And also I beg you, your Mheshimiwa Waziri, those administrative unit, kwa sababu sisi tumesingirwa ni kama uwanja, this side ni Isiolo South, this side ni Isiolo North. Sisi hizo areas that has already been gazetted siwe operationalized. Hata niliongea na UPS akaniambia tutafute siku, but from that hayapatikana. Tukipatiwa hizo sote tutaweza kuangalia hiyo mambo ya usalama, lakini najua ukitoka hapa utatueleza operation kama itawezekana ama itakuwa namna gani, kwa sababu hata kama tukiongeza NPR Igembe North na Isiolo waongezwe tena na Samburu waongezwe tena, si itakuwa ni ama itakuwa ni kazi itafanyika kweli? Pengine sisi tuongezwe na wao wananyang'anywa, then tunaweza kusema kuna kitu tunafaa. Lakini ukiongeza kule na sisi uongeze, yule mtu wako na ile mafunzo ya kusaliwa na sisi ni mafunzo ya kufunzwa. Sasa hii itakuwa ni mashindano ya paka na panya, haitakuwa mwisho au kuna mwisho utafanya nini? Sitaki kunena zaidi hayo. Waziri, tunashukuru kwa ile mikakati umefanya, tumepata armored vehicles na hivi karibuni wanajikakamua. Hawa wangwana kutoka RC, kutoka kwa DIG, Inspector General, County Commander wetu hapa, hao watu wote wanang'ang'ana. Lakini tunashindwa nguvu kule, hawa watu wagongwe. Kama watagongwa, Mheshimiwa Waziri,
tutakuwa tukifanya kazi tu ya kufanya na kuendelea hivyo. Asante sana kwa hii nafasi. Thank you Mheshimiwa Nalinga Karwe Kange. Waziri hapo nitaita members wangu wa assembly pahali wako, najua kuna wengine walienda mbunge lakini naona niko na leadership. Mwenda tena Muri I think tao tu mheshimiwa wa area, lakini kama kuna mheshimiwa anasikia kuna kitu anataka kusema pia nitampea dakika 2. Yes Mutungi. Yo ta Mutungi yo amwathi. Yo ngangiroro. Okay, thank you Mr. Speaker sir. Amjamboni nyote. CS Abwembani issue. Mimi ni MCA kutoka ile sehemu ya Nyambene Amwathi Ward, mahali napakana na Isiolo Ward na Wasamburu. Mimi ile sinda tuko nao kabisa, watu wangu wameuawa saindi. Ninakuomba NPRs wangu, maana wale wamekufa ndio wengi, wafanyiwe compensation. Na tukipata compensation kwa wale askari wa akiba, hata wengine watafurahia kuomba hiyo kazi. Lakini kama askari wa akiba bwana CS watakuwa nakufa na hawatakuwa wanapata ridhaa, hatutakuwa tunapata watu wa kuingia kwa hiyo kazi. Second, security rules within Amwathi Ward hakuna. Kwa hivyo ningekuomba almost 4 security rules, kwa sababu ward yangu ya Amwathi ndio ile kubwa kuliko sote ndani ya Meru. Unisaidie nipate hiyo security rules ile, niongeze wengine na gavana wangu, maana kuna wengine anaweza kuniongeza hapa, tutatulia. Thank you. Thank you Mheshimiwa Mutungi. Mheshimiwa Makasi. Waga Murungu najo kukuma bunda wanaweza asiwe. Kwa sababu ya masaa CS ambaye ni rafiki yangu na gavana wetu na machief, all the protocol of serve, mimi nasalimia na kukaribisha bwana CS hapa kama rafiki yangu na rafiki wa hii eneo. So we hope whatever we've taken from these guys will actually see the light of the day. Tusirundi tena siku nyingine kufanya mkutano kama hii turundie the same problems. Hiyo ndio itaonyesha tunasonga mbele kwa mambo ya security. Mimi natoka South Imenti, shinda yetu ni mpaka ya Mbeti hapo, MP wangu yuko hapo, Mbeti Tharaka-Nithi na South Imenti. Hiyo kitatuliwa mashamba yetu ambayo iko hapo tutaweza kulima. So Mungu awabariki na Mungu awabariki Makasi. Ukienda salimia mdosi CS. Thank you Makasi. Mheshimiwa Nkonja. Okay, asante. CS na Your Excellency Gavana Mutuma, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni mambo mawili tu. Last year tulikuwa na mkutano na Interior na ndiye saini deputy president, na alituahidi watu wa Embe atatusaidia tupate operation, but thereafter MCAs from Samburu and Isiolo wakakutana na wakasema hiyo operation isiendelee, wataketi na wazee na security agencies wote warudishe ng'ombe, lakini haikuwezekana. Ilikuwa na kama zilikuwa zimeibiwa ng'ombe 100 kwa mfano tu, wazee chiefs na wakubwa wao wanarudisha ng'ombe 5, alafu wanasema ng'ombe zimerudi zote. So Your Excellency and the CS, tunauliza leo kwa sababu hata sisi wako hapa, wale MCAs wa Samburu ndio walisimama wakasema operation isifanyike, na sisi leo MPs
viongozi wote wa Meru, na ukiwa hapa. By then those MCs from Samburu, they had never had the meeting with the CS, but now we are with the CS and our governor. Now the MCs from Meru, we are also saying that ili hizo ng'ombe zetu zirudishwe juu ziko na tunajua mahali ziko, operation iwe short term na sina mambo ingine niyo. Thank you Mheshimiwa Nkunja. Mheshimiwa Morris. Asante Speaker. Our CS, our governor. Mimi naitwa Morris Ntarangwe. I come from Kirangondo Ward in Igembe Central. Mheshimiwa CS, pale Kirangondo Ward kwa na wizi, mtu mmoja aliuawa, ikaenda mifugo ikaenda 43. Watu wasikii lugha ingine, wanasikia operation. Wana CS, ukitupea operation pale Kirangondo tutakuwa na amani. Jambo ingine bwana CS, najua hawa MP ndani Kelly anasukuma sana tukue na chief wengi, tukue na sub chief wengi. Kirangondo Ward as only one chief, na hiyo area ni kubwa sana kwa chief mmoja kufanya kazi kutoka chini mpaka pande ingine. Tunaomba ile Mheshimiwa Kelly anasukuma tuwe na chief na sub chief wengi ili aweze kuwa na kuwe na wananchi wakuwe wanapata huduma kwa haraka. Ile ingine bwana CS, kwetu tunalima kabisa, tunalima, lakini kuna conflict ya wanyama. Saa hii tunaongea ndovu wanakula chakula area yetu ya Kirangondo Ward, Inegembe Central, Inegembe North. Bwana waziri, tushughulikie hiyo, wakulima wetu wasikuwa na lima chakula lakini inaharibiwa na wanyama pori. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you Morris. Mheshimiwa Murithi. Asante sana Mheshimiwa Speaker, waziri wetu, gavana, mstahiki gavana na itifaki zote. Bwana Yesu asifiweni. Yangu matatu peke yake. Mheshimiwa PS, kulikuwa na gazettement of administration boundaries ambayo ilifanyika 2017 na bado haijakuwa effected. Na juzi tumeweza kuinvolve public participation tena specifically in Kiengo sub county, na tukupata inclusivity ya hizo boundaries kwa zile ripoti zilitoka. Number 2, Mheshimiwa CS, ningependa tu ruhusu niseme naona Nakanda iko hapa. And the only hub we have in Meru is Miraa. Na Miraa imekadamizwa sana kwa sababu Nakanda inasema Miraa is a drug, and we know at time like now we take some bit of Miraa ndio mtu aweze kurelax na kupanga mambo yake vizuri. Hii Nakanda iangazie kwa sababu iko chini ya kitengo chako Mheshimiwa CS, Miraa iweze kupata uhuru kwa sababu saa hizi wazazi hawalipi karo, watu waweze pata hata mahali ya kwenda kuoa, hata wasichana wenyewe, yani vile vijana wanaangamia na hakuna mtu ambaye ako na pesa. Kwa hivyo Nakanda Mheshimiwa CS itusaidie na Miraa, ndio tukisema kuuza sera ya Miraa kule nje ikuwe imehalalishwa Kenya. Number 2, Mheshimiwa CS, we understand peace, na hii tunapenda Meru vile iko na peace, lakini tungependa kwa sababu interior ni yako na kuna watu ambao wanaleta mambo mengine kama ingine nasikia imepangwa ya Okolea. Okolea inaleta uzushi, inaleta uvumi na inaleta pia insecurity kusumbua watu, na nasikia imepangwa. Mheshimiwa CS, tunasema ipigwe marufuku na isifanyike Meru County, maana Meru iko na amani. Hii Sunday niambiwa inaenda Yogoji. Kindly cancel hiyo Okolea na Meru iendelee kupata amani. Asante sana Mheshimiwa CS. Thank you Mheshimiwa Murithi. Mheshimiwa Kirima. Asanteni sana. Majina yangu naitwa Frederick Mobichi Kirima, MCA wa Nyaki West, CS wetu, gavana wetu na all protocol observed. Mimi niko na mambo mbili ningetaka kuomba iangaliliwe. Kitu ya kwanza, CS, mimi ni MCA wa ule chief mwenye alichomewa nyumbani kwake. Kwa hivyo ningeomba Mheshimiwa CS, at least hiyo chief wao compensated ndio at least kuwa mzuri. Na ingine ile nataka kuomba tafadhali, saizi tunaenda kuvuna kahawa. Kahawa yetu imekuwa na shinda na kunakuwa na wizi ya kahawa. Kwa hivyo ningeomba chiefs na wengine wote wenye wanahusika katika hiyo ndoria waangalie kahawa ya wakulima isije ikaibiwa. Hiyo nataka
kuwekea usito ukiweko. Asanteni. Thank you, Mheshimiwa Mrugu. Asante sana CS wetu, His Excellency the Governor, all protocols observed. Kwa majina naitwa Frederick Brugo, MCA Antwamboi kule Igembe North. Mimi kwanza nataka kushukuru serikali kupitia kwa CS kwa yale mambo imetufanyia upande wa security, kwa sababu wametuongezea nguvu ya zile vifaa. Lakini kwa muda huu najua watu wetu wamechoka. Wamechoka kwa nini? Matarajio yao ni kuona ng'ombe zao zimewarudia, na njia ambao watapata ng'ombe ni ila tu operation, na wanangoja operation leo, kesho, mwezi ujao, mwaka ujao, mpaka saa hii hawajui itafika lini, mpaka nikana kwamba wanachoomba hakiko katika dunia hii. Lakini najua shinda yetu ni kubwa sana, watu wetu wameangamia, shinda imewazindia na mpaka wamefikia kiwango cha kushindwa hata kupeleka watoto wetu shule. Na lingine, ukiangalia katika dunia ya maongezi kutokana na hili issue ya operation, ni kwamba ombi la operation limezingira serikali yetu muda mrefu, na hiyo operation haifanyiki. Lingine tumeomba ni compensation, lakini ile sauti nasikia ni kwamba hii shinda ni kwamba ina issue ya siasa. Lakini najua hata hii Meru iko na siasa, na hii siasa ya Meru pia ina manufaa. Kisha siasa ya Meru ni kama ile siasa iko kule kwingine ambapo naona kuna kule kuzindia na kule kujaribu kufunikia maafa na hizi shinda za wizi. Naomba hata kama ni siasa ipewe nafasi, lakini tuwe na nafasi ya kufaidika wale wameumia, na hii siasa isipewe kipaumbele upande mmoja, kisha pia Meru ipate kupewa kipaumbele upande wa siasa. Asante sana, na natarajia tutapata uponevu kutokana na hali tulivyo. Asante. Thank you, Mheshimiwa Mrugu. Mheshimiwa Mbiuki. Our CS, Your Excellency the Governor of Meru, and all protocols observed. Kwa majina mimi naitwa Mtembei Mbioki, MCA kutoka Igoji West. Bwana CS, kwetu hatuna maneno mingi ya insecurity. Ile insecurity namba 1 tuko nayo ni wizi wa kahawa. Because nimesikia those other areas because they are marginalized and hakuna accessibility, ndio sababu ya insecurity. Kwetu there is accessibility, lakini kahawa inaibiwa na inatembea usiku na malori na inapotea na hakuna ile imewahi kupatikana. Kwa hivyo sisi kama wale wananchi tuliunga hii serikali mkono sana na tukaisaidia. Tungetaka hii maneno kidogo kidogo tunalia hapa, wana CS ambia mdosi tusaidiwe. Asante sana. Thank you, Mheshimiwa Mbiuki. Mheshimiwa Murangiri. Asante sana Mheshimiwa Speaker, waziri, gavana wetu na viongozi wote walio hapa. Tumsifuni Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Murangiri Aurelio, MCA wa eneo linaloitwa Mudhara Ward, ambapo pia tumekumbwa na matatizo kadha upande wa usalama, na ningependa kusema ya kwamba Mudhara ndipo pale kwa wakati fulani tuliweza kuzika watu 8 wakiwa wameuliwa na mifugo kuibiwa. Muda usio mwingi pande wa nyuma tumewapoteza zaidi ya mifugo 800 pale ndani ya Mudhara, na ningependa kukuomba mambo mawili ama matatu. La kwanza kabisa, kuna zile barabara ambazo tunaita ni security roads ambazo zina link pande wa juu wa Mudhara, ambapo ndipo pale ambapo kuna askari wengi na kuna pale hata police post ya Mudhara, police station ya Mudhara iko, ambapo commanding ama OCS yuko. Tungeomba zile barabara za ndani kwanza, ile ya kutoka Mudhara kwenda Maburwa kuteremka mpaka inaenda inatokea Gambela, ikaweze kufunguliwa, ndio wakati ng'ombe zinaibiwa ama wakati kuna matatizo watu hawazunguki ama askari hawazunguki pande Isiolo. Kitu ya pili, ningeomba kuna zile police posts na kambi ambazo hazina polisi.
Kama pale Kandebene tuko na police post, lakini wale askari wako pale ni kama wawili, na muda mwingi pale watu wanaiba. Kuna zile zingine ambazo ziko katika hilo eneo pia tuongeze askari. Jambo la tatu, tuko na mtu ambaye anaitwa Adan Mamo ambaye amekuja pale Mudhara. Jamaa mmoja amekuja amefurusha watu ambao ni wenyeji hapo, amechukua mashamba yao zaidi ya ekari 2000 na akaweka fence, na mtu yote akijaribu kupita hapo anakula risasi. Ameua watu, si mmoja si wawili, lakini hatuoni idara ya serikali ambayo inahusika na ulinzi ikichukulia huyo mtu hatua. Nituambiwe kama iko mtu anaficha yeye hapa, lakini wewe ukiwa hapa atatimuliwa. Tuko na hiyo imani. Tutimulie huyo jamaa, sababu ni mashamba za watu amechukua na anawaua wakienda pale. Jambo la tatu ni jambo la ngamia. Hapa Meru sisi ama pande ya pale mimi nasimamia, tunalisha mifugo ambao ni ng'ombe na mbuzi na kulima mashamba. Wakati ngamia zinakuja pale chini wanalisha mashamba za watu na hawajali, na hapo ndio mzozo uanza. Unapata watu wameuana, ama wale wenye ngamia na wenye mashamba, mzozo ukija wanaanza kuua watu wetu. So ningependa hizo ngamia, iko wakati county commissioner alikuja pale Kandebene na tukasema ngamia zote zikae upande wa chini wa barabara ya Garbatula ya kutoka ya kwenda Modagasha, zisikuje pande ya juu, na ningeomba hilo litimizwe ili tukaweze kukaa na amani. Ni hayo tu kwa sasa, na nashukuru serikali ya Samuel Ruto sababu ya yale inatendea Meru County. Asante. Thank you Mheshimiwa Murangeri. Patrick, nataka moja. Asante sana Speaker. Waziri wetu, Your Excellency, our Governor. Waziri, mimi naitwa Patrick Mwiligi wa kutoka ward ya Ntuneni. Yangu ni swali. Nimesikia mtu anakanda akisema ya kwamba bangi inatoka Ethiopia inapitia Lare. Na wakati au agencies wako wanafuata bangi, asili nauliza hivi. Kama askari wako wanafuata bangi ambayo inakani na mpaka inapatikana, mbona wasifuate ng'ombe ambao wanaibia kila usiku na mchana, wapate ng'ombe waturudishie ng'ombe? MPs wetu wameomba operation, wamechoka. Si tuambie sisi tuibe, uone tuna uwezo wa kuiba. Ni hayo tu kwa sasa, wasiri. Enda uzitafakari. Asante. Mheshimiwa Jennifer. Our CS and our governor and all protocols observed. Kwa majina ni Jennifer Makena Morogosho, MCA wa Kirua Nari, eneo ya Bori. Na mimi nataka kusema, wakati tunasema mambo ya insecurity, hata huko Bori tuna insecurity. Asa kwa hii wandi yangu niko kwa sababu it's bordering the Isiolo, many people have died. Hata kuna wakati ng'ombe ilibia ikapitia kambi ya anti-stock theft, na hao watu hawakupatikana, na ng'ombe zimeenda, na sana hakuna wiki mbili inaisha vila sisi kwenda majeshi ya mtu ameuliwa. Another thing ile nataka ni ile wamama walikuwa hapa wakiongea mambo ya gender based violence. Najua kuna wakati ilisemekana tutakuwa na desk kwa every police station, ndio if somebody is sexually abused can go and report how that event has been. What I'm asking is, because even with the places where the desk has been, the questions the person is asked, many people tend to shy off not to go and report. So I'm saying the people who are in that desk should be trained so that people can come out clearly to say the abuses they have undergone. Because without threats and without those trained people to know how they will receive these claims, gender-based violence and sexual harassment itaenea sana. Kwa hivyo tuangalie hapo sana sana, because the more victims are women more than men. Asanteni sana. Thank you Mheshimiwa Jennifer Kangwana. Asante sana Mheshimiwa waziri. Sina mengi, nataka
kwanza kusema ni asanti kwa sababu hata kuingia kwako kuonana na sisi hiyo kwanza imetatua shinda moja. La pili, Waswahili walisema mgeni njoo mwenyeji apone. Mheshimiwa Waziri, kuna jambo moja lilitendeka Meru mwaka wa 2023 Disemba, na nchi yote ilijua, hata rais alijua maneno. Kuna kijana mmoja anaitwa Sniper. Inajulikana nani waliomuua na aliuliwa wapi. Na nakumbuka aliyekuwa waziri wa usalama Bwana Kithure Kindiki hata alienda mbunge la Senate na akasema hiyo maneno vizuri na akaeleza waliohusika. Kwa hivyo tunangojea kwa miaka miwili, tunangojea hiyo hatua ichukuliwe au watu wawekwe ndani ili ile familia ipate afueni. Mpaka wa sasa mwili wa Sniper haujasikwa. Nao niyo familia ni maskini hoehae, hawajiwezi. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, kama kuna zawadi ambao utatupea siku ya leo, ni baada ya siku 2-3 tusikie watu wako ndani kwa sababu wanaranda fidili katika Meru. Kwa hivyo tunaomba tu kwa heshima kubwa, kama wale waliomuua MP njuzi kwa mikononi mwa serikali, nao je wanaranda wanapiga kifua hata waendelea kuvirita ni watu. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, ukitusaidia na hilo, watu wa Meru watajua wako katika mikono mizuri ya serikali ya William Samuel Ruto. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Kabira. Asante sana Speaker, our CS, Governor na viongozi wote. Amujamboni. Lagu ni ombi moja tu. Mimi ni MCA naitwa Kabira, MCA Athiru Royene. Na niko na location moja na sub chief moja. Ward ndio iko na chief moja na iko na assistant moja. Na wakati tulikuwa tunafanya public participation tuliomba, lakini sub county zingine zilipewa, yetu haikupewa. Ningekuomba tu angalie Gembe Central, hakuna kitu tulipata. Kuna location ziliandikishwa, zilikuwa gazette and 2017 mpaka leo haifanyi kazi. So Bwana Waziri, naomba tuangaliwe hapo. Asante. Thank you Mheshimiwa Kabira. Mheshimiwa Kale. Asante Bwana Speaker. Bwana Wasili, all protocols of served. Majina yangu naitwa Caleb Muteria Kebuko. Mimi ndiye MCA wa Municipality 1. Na Bwana Wasili, sisi hapa tuko na shinda tu moja, insecurity, na ile kitu inaleta insecurity a lot. Tumesikia mambo ya drug and substance abuse. Vijana wetu gia sana kwa mambo ya drug abuse, na siku ya leo tunaona Nakanda wako hapa. Hatutaweza kusema insecurity ni lazima ikuwe kwa interior. Tunataka pia Nakanda waingilie, na si lazima tuchape vijana ama tuwafunge ili mambo ishe. Tungeomba Nakanda wa organize forums for the young people, because we have a generation na hii dawa inaenda kuharibu generation yetu yote. Kwa hivyo tunaomba kupitia Nakanda na vitengo zingine za serikali tupate vile vijana wetu wataweza kuokolewa kutoka kwa mandawa. Na Bwana Wasili, wewe umekuwa wasili wa sports, na hii uwanja ya Kinobu ambapo tuko, Mheshimiwa Murega Elias ambaye siku ya leo tuko na wasili wa county wa sport ambaye ni youthful, anaelewa mambo ya mpira. Hii mambo ya hii kiwanja Kinobu imekuwa ni kitu ya kuongea kila wakati. Na hata wewe tulikuwa tumekuletea hiyo report. Let us know what we can do. Unaona ile uwanja tuko naye, tujue ni nini itafanyika, vijana wetu wakuje wacheze mpira hapa, so that at least we can engage them na wafundishwe. Kitu ya pili, Wasili, hii town tuko na issue kubwa sana. I know it might not be in your docket, lakini unaweza saidia mambo ya street lighting. Tuko na shinda kubwa sana na street lights, na kama inawezekana hii street light iwekwe, kwa sababu itasaidia hata afisa wetu kwa mambo ya security. Kuna barabara iko hapa ya Mwendanto, vijana wamechapwa, watu wameporwa. Pia hapo Wasili kuna kitu nimeona watu wameweka hizi
small posts inaweza wekwa hapo itusaidie na mambo ya insecurity. Otherwise, asante na asante kwa kututembelea. Asante. Thank you, Mheshimiwa Leader wa Minority. Thank you, Mheshimiwa Speaker, Waziri, Your Excellency the Governor, viongozi wote, my chiefs na assistant chiefs. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Waziri, kwa majina naitwa Mwenda Ibili, MCO wa ward naitwa Akedhi huko Tigania West na Lino Minority Party. Langu waziri ni kukuambia karibu sana Meru. Asante kwa kufika, tulikuwa tunakuhitaji sana ili uweze kusikiza kile kinatukula hapa Meru. Waziri, maneno mengi imeongelewa, viongozi wamesema kila kitu, lakini nataka kukuambia kwamba kama vile umesikia Meru kuna insecurity sana ya mifugo, hata kahawa umesikia kuna insecurity ya kahawa. Hiyo huku umesikia. Lakini sasa yote tunajua utasuluhisha waziri. Lakini ile muhimu nataka kusisitiza ni maneno ya barabara. Huko kwa mahali tunachunga mifugo wetu huko. Barabara zile waziri tunaweza shindwa kufanya kama county government. Najua gavana hatapata hiyo budget, sisi ndio tunatengeneza budget. Zile barabara waziri zinahitaji kutengenezwa na national government ili maafisa wa usalama waweze kutembea huko. Lingine waziri ni maneno ya operation. Hiyo imesemewa sana. Na nikuambia waziri, hata tukikuja hapa kesho, tukuja hapa kesho kutwa, tufanye mkutano mwingine wapi, hakuna kitu ya kuwa tumefanya. Kile Wameru wanahitaji ni operation. Hiyo ndio sauti ya mwananchi. Mwananchi yule ako mashinani anataka operation. Kila mtu Meru anataka operation. Tumepoteza maisha ya watu wengi sana hii Meru waziri. Mpaka ukija kutupata kwa masishi, hivi tunaongea sivyo tunaongeanga kwa masishi. Tunakuanga wakali sana. Tumepoteza watu wengi, tumepoteza mifugo, operation ifanywe ili tuweze kurudishiwa mifugo wetu. Na wakisikia operation, ni kama wanaogopa operation pekee, hawaogopi bunduki, ni operation tu. Wakisikia operation, wanakusanyika, wanasema sijui ng'ombe tutarudisha, wanarudisha 2 ambazo zimekonda. Hiyo story inaisha hivyo. So waziri, hata rais anajua ni operation tunahitaji. Na wewe sababu tuko naye hapa, wewe tufanyie operation na tutashukuru. Otherwise, asante sana kwa kufika Meru, na maneno yetu tunajua itaisha vile tunataka, na Meru tukae na amani. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Thank you Mheshimiwa Mwenda. Waziri, langu litakuwa kidogo sana. Kwanza nitaanzia kwa OCS na OSPD. Nimuombe, kuna askari wenu mlitupia nikimwambia asante wakati tulikuwa na shinda kubwa hapa Meru, na pesa yao tulitayarisha ya kuwalipa. Wengine wamekujia na kuna wengine hawajakujia. Tafadhali askari wale walitusaidia wakati tulikuwa na maneno ya impeachment huko hapa Meru, waambiwe pesa yao iko tayari. Wakikuja pale mbunge wataenda cash office, watapatiwa ile pesa walifanyia kazi yao. La pili, mimi wacha niangalie ma chiefs na assistant chiefs. Naombe tu kitu moja. Nimwambie wacha tukubali NHIF ilisha, na saa hii tuko na kitu inaitwa SHA. Na kusema ukweli, sababu nyinyi mnawakilisha watu uko mashinani. Kama iko shinda mnajua iko shinda, kama hakuna shinda mnajua hakuna shinda. Na mimi niseme nikiwa hapa, kusema ukweli, SHA inafanya kazi. Nimeona mimi na macho yangu mtu amelipua 189,000, kuna mwingine alipua 400 something thousand, kuna mwingine nimeona amelipua 800,000, na kuna mtu nimeona amelipua 900,000. Tuambieni watu wetu kweli. Hata kama ulikuwa unapenda NHIF namna gani, hiyo iliisha. Sasa hii tuko kwa SHA. Na la pili, tukubali kama sisi tunataka tuwe na biashara mzuri, sababu kugonjeka ni kawaida. Kama watu hawajakuwa registered kwa SHA, hata ukienda private hospital, sababu ukienda huko SHA inakulipia, utalipiwa namna gani? Hata ukienda hospitali ya serikali utalipiwa namna gani? Na sisi tukiwa mbunge tunasema ndio tuweze kudevelop Meru, ni lazima tuwe na pesa mingi, na ni tax tutapata, ama ile pesa tunaita own source revenue. Kwa own source revenue itatoka kwa yule mama mboga, ile kitu analipa
na pia saa ile pesa mingi inapatikana ni kutoka hospitali. SHA 45 days kama umetibiwa pesa imelipwa. Hiyo pesa ikilipwa kama Meru General Hospital, hiyo pesa inakuja kwa county government. Mimi ningeomba chiefs na assistant chiefs kwa unyenyekevu mkubwa, wacha tuwe na nafasi ya kuelezea watu wetu, kwa sababu Sundays tunaenda kanisa, weekend tuko na functions mingi inaendelea within the community. Tuelezee tu watu wetu umuhimu wa kuregister kwa SHA, sababu tukiregister watu wengi kwa SHA ndivyo tunaleta pesa mingi hapa Meru. Na waziri, mimi malizie nikisema asanti kwa kuona ni muhimu kuja hapa Meru, na ukiwa na muda mkubwa kabisa umesikiza kila mtu, na tunawahakikishia vile nikuambia, mimi niliambiwa na rais tuwe nyuma yako tukiwa mbunge ya Meru, na niseme tuko na county commissioner mzuri sana Bwana Uma, apigiwe makofi. Huyo mtu anajitolea usiku na mchana, na tumekuwa na kikao na yeye na governor sisi watatu mara tatu, na tumekubaliana ya kuwa sisi tukiwa mbunge ya Meru ile sheria yote inatakiwa ipitishwe, ndio security ya wananchi, kama ni mmea yao, kama ni ng'ombe yao, hiyo imelindwa. Sisi tutafanya tukiwa mbunge. Na la pili, waziri, tumesikizana pia kwa budget yetu ya mbunge yenye tunatengeneza saa hii, supplementary budget ya tumalizia next week, na kwa ile budget kubwa, the main budget ya 2026 pia tutaweka pesa ya kulinda security yetu. Mpaka kwa hii supplementary budget najua pesa kidogo imewekwa ya zile drones, na kwa main budget yenye inakuja pia tutaongeza hiyo pesa, hata kama hiyo drone itatoka milioni 10 ama milioni 20, ndio watu wetu waweze kusaidika. Na county commissioner nikuambia asanti, sababu siku nyingine pia tulikuwa na waziri Murkomen hapa tu kule kwako tukiongea, na wakasema watusaidia na drone moja, county government yenu nunue drone nyingine, na kwa main budget tuweke zingine. Kwa hivyo waziri ni asanti, na uendelee kukuja hapa Meru, tumemkaribisha. Si ni kweli? Tunamkaribisha. Ndio sababu ukikuja kunakuwa maneno mzuri. Asante na Mungu ambariki. Bas, wacha nisikie makofi ya speaker na members of county assemblies. Thank you speaker na waheshimiwa. Bas, nataka nimwite member of parliament Imenti North, Rahim atamoderate hii nafasi ya wajumbe, alafu wewe ukimaliza unaita governor. Bas. Asante RC, pumzika sasa. Mwenyewe ameingia. Waziri Onesmus Kipchumba, Honorable Governor wetu Reverend, waheshimiwa wenzangu wa National Assembly, DIG wetu, Speaker na MCS wetu wote, DCCs, County Commissioners,
na regional pamoja na security team yote wale wametoka kutoka Nairobi na region na machiefs wetu na assistant chiefs. Bwana asifiwe. Najua tumengojea sana na bado ni dakika kidogo tu mtaturuhusu tuseme zetu alafu ndio tuendelee mbele. So ningependa kumwelika Mheshimiwa Muthoni atasema jambo moja tu, 1 minute, so not more than a minute. A second, hiyo second imeisha. Thank you very much, my member of parliament, Honorable Rahim Daudi. The CS, our CS, Honorable Kipchumba Murkomen, Excellency the Governor, I stand on the protocols observed. I would first and foremost, Mheshimiwa Murkomen, I want to thank you so much today for the charter, the domesticated service delivery charter that you signed today, sums it all. If you take good care of the sub-chiefs and the chiefs and our security agencies, all of them starting with the RC, and you mentioned that the welfare issues that they raised, something little for their fuel, something little for their airtime, something little that they can be able to apprehend that thief. Honorable Murkomen, our security issues will be sorted out because these are the people who have the thieves in the villages. They know who is the drug trafficker. They know who cooks changa, but sometimes because they don't have resources, their hands are tied. Na hii kusema wawekewe sijui kawino waandike CS hawataitisha wino ukiwapatia hiyo wino wewe mwenyewe. CS and the governor, we want to say we have no minimal security issues, but when we come to the buffer, the areas where kukona serious insecurity issues za wizi wa ng'ombe, we want to plead with your office kindly. Let hizo ng'ombe hata ikiwa for whatever reason hatutaweza kuchukua turudishe, let our farmers be compensated. Proper compensation, na wale watauawa, the NPR wale watauawa in the line of duty, na hata askari wale watauawa in the line of duty, let their families be compensated well. Thank you very much. Come again and again. And I want to thank His Excellency the President because he promised wewe utakuja kutumalizia hii maneno ya insecurity, and you are here today, and we thank you. Tell His Excellency we are very happy. Sisi tuko kwa serikali ya UDA 100%. Tuko hapo. Pesa itatoka wapi? Ninawaitishia. Tuko hapo. Tuko hapo. Asanteni sana. Asanti Mheshimiwa Dan Kele, tafadhali. 3 minutes please. Usipitishe. Asante sana Mheshimiwa Rahim. Mheshimiwa Waziri, His Excellency the Governor, all protocols observed. Na wananchi watukufu, habari ya jioni. Naona watu wamechoka. Sitakuwa na hadithi nyingi. Yangu ni machache. Mheshimiwa Waziri, sisi kama watu wa Igembe Central, we are the most marginalized people in this country. Sisi kwetu kama njusi tu, Mheshimiwa Waziri, sitaki kuongea story nyingi. Njusi siku ya Alhamisi tulivamiwa, watu wetu wakauawa wawili na mmoja akajeruhiwa mpaka sasa kwa hospitali. Mheshimiwa Waziri, sisi wa Meru tunaheshimu maiti sana, lakini watu wetu, maiti zetu zililala porini siku 2 kwa sababu tulishindwa kwenda kuokoa. Hakuna njia ya kwenda huko kupokea mili. Kwa hivyo ile kitu tunaomba ikuwe ya kwanza.
security loans. Mheshimiwa Waziri, kuna barabara moja tu yenye ni seriously in need, inaitwa Kiai Road. Na hata itahitaji gharama nyingi, less than 10 millions we are done. Na hiyo barabara ikipatikana, tutakuwa na usafiri wa urahisi, kwa sababu hatutarajii kitu ishe kwa leo. Tunajua Wasamburu wataendelea kutuibia na sisi tunaendelea kujipanga. Mheshimiwa Waziri, vile umesema tuongezwe NPR. Tayari tumepoteza NPR kama watatu. Tunaomba tuongezwe hata ndani ya NPR ndio tuweze kujipanga kulinda mifugo yetu. Mheshimiwa Waziri, yameongewa mengi hata kuhusu area yetu. Niko na 3 wards. Ni ward na ni location, Mheshimiwa Waziri. Ward 3 ambao ni ward na ni location. Unakuta yule chief anaongoza ako na watu more than 50,000 wale anaongoza. Na ni terrain yenye unatembea siku mbili bila kumaliza. Kwa hivyo ndio nasema tuko marginalized for a long time. Hata wakati machifu waliitwa hapa kusimama, wale waliitwa Waigembe, both Central na North, wale walisimama hapa nafikiri ni kama wa sub county moja za huku kwingine. Kwa hivyo tunaomba hilo lishughulikiwe. Nilikuwa na Madam Wapora, nimeenda kwa ofisi yake mara 10 na amenisaidia, lakini tufanyiwe haraka ziwe actualized ndio watu wetu wapate usalama na wapate service ya serikali. Mheshimiwa Waziri, huyu county commissioner wetu nafikiri anafanya kazi ya sianda na machifu wake na hata commissioner wa polisi hata machifu wetu wanafanya kazi, lakini usafiri hakuna. Kwa hivyo tunaomba tupate magari ya kutosha ndio hao watu wetu waweze kufanya kazi kusaidia watu wetu, kwa sababu hata maafisa wanataka kufanya kazi lakini hakuna usafiri. Lingine kwetu tuko understaffed. Utakuta a police station iko na askari 6. A police station with only 6 police officers. Inakuwa challenge kubwa hata hao askari kutoka kwenda kazi. Kwa hivyo hii understaffing, nimeongea na Olo sana, the county police commander, kuhusu hii understaffing ya watu wetu. Hatuna askari katika vituo vyetu. Hakuna hata station moja iko na askari wa kutosha. Unakuta station hii station ndogo askari 2, kopro na askari 1. Kama hii yetu ya Kangeta unakuta askari ni 8. Unakuta askari 6 ni wanawake. Operation ikitokea uwezi kuambia mwanamke aenda kapigana na Wasamburu huko. Sasa tunaomba kidogo hiyo iangaliwe. Tuko understaffed upande wa polisi. Na naona muda hamna, lakini ningependa kusema tuangaliwe kwa jicho la upendo, kwa sababu sisi watu wa Igembe tumekuwa na shinda. Sasa tulikuwa tunategemea mira yetu imekosa soko. Hapa tumebaki na ng'ombe tunakamua, Samburu wanakuja wanachukua. Huku barabara za kutembelea hata kutoa mifugo mazao kwa mashamba yetu, barabara za kutoa zenyewe hakuna. Sasa pale tumesukumwa siri kwa kona na sisi hatutaki kuwa wezi. Kuna kijana mmoja hapa aliongea kwa hasira akasema hata sisi tunaweza kwenda kuiba. Hatutaki kuwa wezi kwa sababu hatuna hiyo uzoefu, hatuwezi kutrainiwa kuwa wezi. Maisha yetu tumezoea kuwa watu wa kujitafutia na tunataka kuendelea kuwa watu wa kujitafutia. Tunaomba serikali iingize mkono wake tuweze kujitafutia mali yetu, tukiwa tunalindwa na sisi tutakuwa tunaishi kwa amani. Asante sana, Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Kele. Mheshimiwa Kirema, Guchine Central Imenti. Na tutajaribu kufupisha, mvua imepanda. Asante Mheshimiwa. Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Asante waziri wetu wa Interior, gavana wetu Mutuma, Deputy Inspector of Police Masengeri, viongozi wote wale tunao hapa wakiongozwa na speaker wetu wa County Assembly na waheshimiwa wenzangu. Yangu ni machache kama yale kwa sababu yote yamesemwa. Hata waziri tukishinda kusema hapa hata tukilala ni yale tu. We are just repeating. Lakini sababu ukisimama hapa kunao wale wanatarajia kusikia kitu. Yangu ngoja niseme challenge ya security. Najua kila mtu anaongea pande yake.
kwangu uliambiwa, lakini I think you did not take it seriously. Ya kahawa. Kahawa imeibiwa mafactories na watu wameuawa. Kahawa ikiwa tayari imetengenezwa na imewekwa kwa mangunia kuwa transported to Nairobi. It has been taken away, and especially in my constituency, 3 societies have been raided. Na watu wakauliwa, 6 people. All the watchmen who were guarding. And the unfortunate incident, especially in my place, is that when the investigation was at an advanced stage, all the officers who were investigating, including the DCI, the OSPD, and then the DCC, were transferred. I went to Nairobi and I inquired from your office, and I was told that the transfers on us were from the high authority. Up to now, you are authority in none. And it was done. And that investigation was scattered to that extent. Mambo ni namna hiyo. Ingine ya mwisho ni vile umeambiwa bwana waziri mambo ya askari wa risabu KPR. KPR si upande wa Meru North pekee. I have that problem, especially down here. One chief is even here. Alikatakato. Na mwingine akakataa kulala nyumbani kwake. Because we have the problem which you are being explained. Please, when you are considering KPR, consider my place down here. And na kama ni chiefs wanapewa bunduki, mimi niko tayari kununua na pesa ya CDF. Nikikubaliwa. Kwa sababu kama kuna bunduki ya kutosha kwangu, hiyo kahawa ingeibiwa na hao askari chief angekatakato. We are ready to assist in that, to that. Then finally, the very final. There was police posts which used to be next to factories and the markets. Factories and the markets, especially coffee factories. Those police posts were hooded up. Siri askari walihamishwa wakaacha manyumba na kuomba kwa unyenyekevu kwangu niundishiwe. I'm just so much in the middle of Meru. Pande ile ni Meru South, pande ni Imenti North ya Mheshimiwa Raim, na police post, police station ile kubwa pande Meru unajua ni kubwa, Mkobo pia ni kubwa, kwangu ni zile ndogo ndogo. Nikirudishiwa hao watu wangu watajisikia mzuri. Magari ya polisi ya mwisho kwangu hakuna. Asiwezi toka station sifike pale kuna taabu. I humbly pray you consider my plea. Thank you, sir. Asante Mheshimiwa John Paul. Karibu Mheshimiwa. Okay, thank you so much Mheshimiwa Raim, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Gavana. Tunawashukuru sana kwa kufika hapa Meru na kusikiza maoni ya wananchi. Sababu usalama unaanza na sisi wenyewe. Na nashukuru sababu chifu wetu pamoja na wananchi wameweza kuzungumza na wameweza kueleza ya kwamba kuna shinda ambayo inafaa kutatuliwa hapa Meru. Na ni kusudi letu ya kwamba yale ambayo yameweza kuzungumzwa hapa tutaanza kuona yakitekelezwa. Sababu ni vyema wakati ambapo mwananchi ameweza kuzungumza shinda ambazo anazipitia ziweze kuangaziwa na pia ziweze kutatuliwa ili wananchi wajue wanaangaziwa na serikali na pia usalama wao umeimarishwa. Nashukuru wale chief, assistant chief, my OCS wa Maua, my DCC, askari wangu wote ambao wamezungumza hapa, wameweza kuzungumza vyema na wameweza kuzungumza yale ambayo yanakumba hao wananchi wa kwangu pale Igembe Kusini. Bwana CS, Igembe Kusini ni eneo ambalo pia usalama haujaimarika.
niko na askari ambao wanajitolea kufanya ama kuhakikisha ya kwamba kuna usalama katika zile ambazo tunasema ni petty cases, lakini zingine zinapelekea kupoteza maisha ya wananchi, sababu unakuta kuna wezi ambao wanatembea na bunduki kule, lakini wakati ambapo unataka askari afike ili aweze kukusaidia, hana uwezo wa kufika, sababu gari ambalo tuko nalo pale Maua ni gari moja, na kwa hivyo kama tutaweza kusaidika pale Maua tuwe na gari zingine mbili, hawa askari wataweza kusaidia hata zaidi, sababu nimefanya kazi na wao, sijawahi ripoti shinda yoyote kutokana na wao, sababu wananisaidia kutatua kesi za usalama pale Maua. Jambo la pili, hawa chief kama vile ambavyo wameweza kuzungumza hapa, ni vyema waweze kuangaziwa maslahi yao, na hawa chief wakiangaliwa maslahi yao, bwana waziri, wataweza kutusaidia hata zaidi. Pale Igembe Kusini pia tuko na shinda ya mipaka, na wananchi wameweza kuzungumza hapa. Igembe Kusini tuko na title deeds kwa ile mpaka wa Meru na Tharaka Nithi, lakini kwa hiyo mpaka unakuta wananchi ambao wako na title deed hawangeweza kufika katika mashamba yao. Hili nakumbuka RC alikuwa na mkutano hapo, kama vile ambavyo mmoja aliweza kuzungumza hapa. Tafadhali, kama vile ambavyo waliweza kuahidiwa, yale mambo yaweze kutatuliwa. Kama mtu anasema shamba ni lake na hana kitu cha kuonyesha ya kwamba lile shamba ni lake, sioni ni kwa nini mwenye shamba asuiliwe kufanya kazi yake kwa shamba lake, ila hali hako na stakabadhi ama cheti cha ile shamba. Jambo la mwisho, bwana waziri, Maua pale tuko na 2 sub counties, na kwa zile sub county mbili, sub county ya Maua ilianza ujenzi lakini ikasimama kutoka mwaka wa 2021. Hiyo sub county kwa sasa inatarajia resources za karibu milioni 27, na nashukuru sababu umeangazia hilo. Tusaidie tuweze kumaliza ujenzi wa ile sub county headquarter ili DC aweze kuwa na mahali pazuri pa kufanyia kazi. Alafu tusaidie pia kuoperationalize zile administration unit ambazo zimekuwa gazetted, ili wananchi waweze kupata service ya serikali karibu na wao. Na tukianza na ile sub county headquarter ya Kachu ambayo umetupatia juzi, ili iweze kufanywa kazi, na tunashukuru pia kwa zile pesa ambazo umetupatia za kujenga. Kwa hivyo tutasindi kushirikiana nawe kama viongozi, na kwa sheria ambayo utahitaji sisi tuweze kusaidiana, sisi tuko tayari kukusaidia. Na tukuambie hapa Meru tuko na county commissioner ambaye anatusaidia na wakati ambapo tunamhitaji, na tunashukuru Mungu kwa hili. Asante sana, Mungu awasaidie. Asante Mheshimiwa Rindikiri. Asante Mheshimiwa Lahim, mgeni wetu Wasili Onesmus Kipchumba, na gavana wetu, itifika yote kuheshimiwa. Mimi sitaongea sana kwa sababu watu wamenena. Mimi ni mjumbe wa Bore. Kwanza nataka nichukue nafasi hii niwapongeze watu wa Ngao na entire security team ya constituency yetu ya Bore. Mimi nataka kusema, Bwana Wasili, tuna uhusiano wa kidani sana ama wa karibu kati ya mimi, kati ya viongozi na ma-DCC wangu wawili na ma-OCPD wetu na ma-OCS kwa sababu na Ngao yote, kwa sababu tunajua tukifanya kazi pamoja tutakuwa na usalama katika constituency yetu. Kwa hivyo nataka kuhakikishia Wasili tuko na teamwork pale Bore, na ndio sababu moja ambaye tunaweza kusema
pale tuko na utulivu kidogo, lakini matatizo ya usalama kutoka nje yapo mno sana, ya mambo ya kuchukuliwa mifugo yetu. Waziri, korido yetu ya kutoka Evi, Mugogondo, Kipsing na kutoka Soe kwenda Kipsing, hapo ndio wakola wa ng'ombe wanaingilia. So tukisema tuko na shida, kweli shida iko. Naungana na waheshimiwa wenzangu kusema ya kwamba tuko na shinda, lakini ile kitu muhimu ni mikakati ambayo tunatarajia serikali ifanye, iongeze yale tunafanya. Pale Bore, waziri, shinda ingine kubwa sana ni mambo ya pombe na mambo ya madawa ya kulevya. Waziri, kuna mzee alisimama hapa, our principal chief alisema kuna ule ACC ambaye alishikwa kwa sababu ya kushika mtu wa bangi. Huyo ACC ni wa kwangu na ni hatia baya sana, na mimi nataka kugeukia watu wangu wa polisi. Naomba tafadhali, kabla mjaenda kushika machief, kabla mjaenda kushika ma ACC, kwanza mnafanya uchunguzi wa kamilifu. Mimi nitaendelea kushikana na machiefs na polisi, lakini kuna pahali kulikuwa na lapse ya communication mpaka assistant county commissioner akashikwa. Tulitatua hiyo. It was very expensive, but I think we need to be very careful. We have found on certain incidences where our machiefs wameshika watu wa pombe na bangi, wakifika pale kwa police station wanaashiliwa. Mimi nasikia watu wakisema koti ndio inaashilia. Hapana, let's say the truth. There are some officers in the security system who are colluding with some criminals, and I can prove to that. I don't want to enter deep to that, but it is there. Tusemeni ukweli. Lakini I think right now all my police stations are manned by people who are very responsible, and I want to thank your government, your department, and the department of IG and the DIG, because they have done total cleanup of the operations of my Bore constituency. La mwisho, Your Excellency, waziri, lazima tushirikiane pamoja. Mimi nimejenga kambi ya polisi 4 na naendelea kujenga ingine. I'm asking that you support us. I am asking you support us kwa sababu tukiwa na county commissioner na county commander na machiefs wote na ma-ACC na ma-DCC, kuna hiyo area iko na corridor ya shida, na moja ni Kadhale police post ambaye tulisema iwe upgraded to a full police station, na tuko tayari, tuko na pesa ya CDF, but vile vile kuna milioni 5 ambayo tuliahidiwa. Tunataka kukuuliza, please make it give us that money so that we can put that money into the construction of the police station. Vile vile tuko na police station nyingine approved. Asante sana county commissioner, asante sana county commander, kwa sababu sasa tutakuwa na police station pale Kebreshia, tutakuwa na police station pale Kisima, tutakuwa na police station nyingine pale Untelele. Kwa hivyo sisi tuko tayari. Ukituambia tuende pale kwa chief finance officer atupatie pesa kidogo, tutakuwa tumekamilisha maneno hayo. Bwana CS, police station is a very important work environment. Mimi nataka kusema na niambie watu ya Meru, serikali ya William Samoei Ruto iko tayari. Tukijenga police station sisi kama wabunge, State Department ya Housing itatujengea manyumba ya polisi.
Na mimi nataka kusema kila mjumbe hapa apply pale State Department of Housing, manyumba ya polisi jengwa kwa kila police station. Mimi shafanya hiyo tayari kwa police station zangu zote. Kwa hivyo waheshimiwa wenzetu, tuende pale ndio tujenge manyumba ya kutosha ya polisi, kwa sababu serikali iko na pesa. La mwisho, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, wakati ulikuwa hapa kwa hii uwanja, ilikuwa 2019 wakati wa BBI, na wewe ulikuja na BBI ikakufia hapa, na kwa sababu BBI ilikufia hapa, tunafikiri shida zetu zote za usalama itaishia leo, ama namna gani wenzetu? So bwana Kipchumba, utaangalia hiyo maneno. Kwangu pale Bolewa na kutarajia sana. Tulisema utakuja ndio usikize wasee pale ukakijiji. Nimalizie hapo, sitaki kuongea zaidi hapo, mimi siongeangi sana, lakini bwana Lahim iko shida. Tuko na secretary wa jury hapa na kupata nafasi ya kusalimiana. Tafadhali Mheshimiwa Kipchumba, naomba tumkabidhi kipata sauti secretary wetu wa jury cheke. Hii ni wasee wa heshima sana. Asanteni sana. Thank you very much. Asante Mheshimiwa. SG 2 minutes ama 1 minute. Okay. Asante sana Mheshimiwa Waziri, His Excellency my Governor, na viongozi wote ambao wamejumuika hapa mchana wa leo. Hamjamboni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mengi menenwa. Yangu tu ni kumshukuru waziri wetu ambaye ameona ni umuhimu wa kuja hapa ndio tumalize mambo ya insecurity. Sisi kama wazee wa Njuri Ncheke, we are the gatekeepers of Meru community, na tunafanya kwa ukaribu sana na ngao, tukiongozwa na wa very able county commissioner. Niseme Mheshimiwa Waziri, kama kuna wakati mwingine serikali imetupatia viongozi wa ngao wa kutuendesha tuwe na amani, ni wakati huu. Tuwezi kusahau county commander wetu na DCI wetu wa Meru County. Tukiwaita hata usiku wanaitika, wakiongozwa na county commissioner wetu. Asante sana, shukrani. Langu kuhusu mambo ya insecurity. Mheshimiwa Waziri, mambo ya security mimi sitaongea uongo. Hatutakuambia maneno yote hapa kwa kinanga ubaga kwa uwanja huu, kwa maana tumeogopana sana. Ningekuomba ukiwa waziri wa internal security ama interior, ufatie wazee nafasi. Sisi hakuna kitu tunatafuta, utupatie nafasi tuketi na wewe, tukuongereze, tukuambie vile tutamaliza hii shinda tuko naye hapa. Maana tunashindwa. Ni kwa nini serikali imeshindwa kukomeza hiyo maneno? Wakati mjumbe wetu aliuliwa juzi, wahusika wote karibu wote wako baroni. Lakini kijana yetu ambaye aliuliwa anaitwa Sniper, imezikuwa karibu mwaka moja bila watu kuarestiwa na wanajulikana. Tunashindwa. Ni nani anakula ng'ombe zetu? Ni nani anakula mbuzi zetu? Waziri, tuambiwe kama wizi umekuwa official, tuanze kuibana. Nataki kuenda hiyo barabara. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba
hii maneno tunaomba imeimbiwa na MPs wetu ifanywe operation. Tunataka operation hivi sasa, sio kesho. Tafadhali tunakuomba kwa unyenyekevu, hataki kusika mtu mwingine sauri ya kutafuta ya kulisha ng'ombe, wenye kukula ng'ombe wakujie ng'ombe na mtu akufe. Tunaomba hiyo maneno ikufe. Asante sana. Kabla yetu hata imefanywa imepata watu. Waziri, tungeomba hiyo sub county ikuwe operationalized pamoja na location 4 na sub location 8. Na wiki hii tumeomba division 4, tumeomba sub locations 11 na sub locations 14, lakini tuko na nyingi ile tunataka ipitishwe. Waziri, wakati wa mwaka wa 15-16 wakati watu waliuliwa pale Igembe, mimi niliitwa na NCIC, walikuwa wanataka kunifungia shauri. Nilisema Wameru hatujavaa bangili, kama watu wataua watu wetu hata sisi tunaweza kuua. Sitaki turudie hiyo maneno. Shauri wakati ule karibu nifungwe, na Igembe North haikuwa hata constituency yangu, lakini collective responsibility ndio tulikuwa tunafanya. Waziri, mwaka wa 2020 wakati tulikuwa tunapigana na pombe, third generation na illicit, unajua Changaa sio mbaya kama hiyo third generation. Third generation is worse than Changaa, lakini tulipelekwa kotini na ule alikuwa county commissioner, alikuwa DC wakati ule Jim Njoka, saini county commissioner, na tukazuiwa. So ningeomba governor, shauri governor ako hapa na waziri ako hapa na watu wa security, ningeomba bar zote ama wine shops zifungwe 300 meters from a school. Utaziona hapa bwana waziri na governor, ukituma watu wako, kuna bar not less than 300 meters from a school. Ni kwa nini zinaruhusiwa cooperate? Manake ni sisi wenyewe tumewakubalia wauzie watoto wetu pombe. Hata wine shops within Meru town utakuta watu wanauza pombe na ni duka, na watu wanakunywa pombe kwa gari hapo nje tu. I don't know what kind of thing we are doing. Sisi wenyewe tunaharibu, na we have to take that one. Lastly, gender-based violence. Waziri, wakati tulikuwa tuna vet your colleague Honorable Cheptumo Hana, gender minister for gender, alisema the gender desks zile ziko kwa police station hazifanyi kazi. So alisuggest, ningeomba kama mtaweza kukaa naye tujue gender desk kama inaweza kuwekwa kwa mahospitali, ndio itakuwa easier to report the gender based violence, na hiyo mambo zingine za rape na hizo, ndio tukue staffed. DIG ako hapa, ningeomba DIG pia ukitembelea Meru, sijui kama umewahi kukuja Meru DIG, EAP camp hapa pale wanaishi wako na asbestos, hiyo roof ni asbestos, inafaa ibadilishwe. Pia tupatiwe police housing na hizo maneno ingine. Sitaki kuongea zaidi ya hiyo, nilikuwa na mengi. Pia waziri na DIG, hebu muende kwa county headquarters ya polisi, ni ile ilikuwa imejengwa na wakoloni. Bwana DIG, tafadhali, ilikuwa imejengwa wakati wa ukoloni, wazungu walituachia, bado tunaitumia. We need to upgrade it. Hiyo pamoja, hiyo ni county headquarters na pamoja na Meru police station, ili ilijengwa wakati nilikuwa nazaliwa na tukipata uhuru. Kwa hayo machache nataka kumualika gavana wetu. Mheshimiwa Gavana, karibu. Na najua wewe ndio utamualika waziri, tafadhali karibu. Asante. Na musikwe na mic mbili. Asante Mheshimiwa Rahim, Area MP wa Imenti North. Mheshimiwa Waziri wa usalama wa ndani, Mheshimiwa Murkomen Kipchumba,
viongozi wote ambao wako mahali hapa, viongozi ambao wanashikilia serikali yetu tukufu katika mashinani, na kila mmoja ambaye yako mahali hapa. Good evening. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni. Asante. Yangu ni machache waziri. Kitu cha kwanza ni kwamba kumekuwa usiku tumekaa hapa. Nataka kushukuru kwa sababu ya kupea viongozi nafasi ya kuleta malilio yao mbele ya serikali, na nataka kuamini ya kwamba yote ambayo viongozi wameyaleta mbele yako hapa, ambayo yanahusu national government, ambayo yanahusu serikali yetu ya county, yatatekelezwa. Tutajaribu kung'ang'ana haswa. Mimi nahakikishia hawa viongozi ya kwamba yaliyo katika uwezo wetu tutajaribu kuyafanya tukishirikiana na viongozi wa Meru County Assembly, na tutafanya hivyo Mungu akitusaidia. Ya pili ni kwamba mambo ya security, mambo ya usalama si mambo ya national government peke yake, pia ni mambo ambayo yanatuhusu kama Meru County Government. Kama serikali ya county kuna Rangers wanaitwa Meru County Rangers ambao ni 27 in number. They were initially withdrawn from Egembe North, from the Northern Grazing Zone, wakaletwa hapa Meru Town, na kwa ushirikiano wangu na serikali yetu pamoja na uongozi wa national government led by our county commissioner and the entire security team, hao vijana ama hao Rangers wamepitishwa katika vetting, kwa sababu it's 2 years tangu wao watolewe katika maeneo yale. Wamepitia katika vetting waziri, na county commissioner ananieleza ya kwamba wiki ijayo ukipitisha hayo mambo, kwa sababu ni wewe unatakiwa sasa uachilie hiyo team, warudishiwe bunduki so that they can reinforce the security agencies in Egembe North, Tigania, Egembe Central, Tigania East, Tigania West, Bori, hiyo area yote ambayo tunavamiwa na wakora. Kwa hivyo tunakuomba waziri, kupitia DIG Bwana Masengeli, approve hiyo list ambayo tumeleta kwako, na ukitufanyia hayo tutapeleka hao vijana, hata mnapofikiria pia kuongeza NPR katika area hizo, kuhakikisha ya kwamba security ya watu wetu imehakikishiwa. Kitu cha pili ni mambo ya human wildlife conflicts. Sitarudia yale ambao viongozi wengine wameyasema hapa, lakini waziri, ni kwamba Meru tunavamiwa kwa hali zote. Tunavamiwa kwanza na wezi wa mifugo, wanachukua mifugo yetu na pia wanaua wachungaji. Wanyama wa pori wanatuvamia, wanaharibu mimea yetu. Kwa hivyo mambo ya wanyama wa pori, hawa chief na assistant chiefs wanajazia wale wakulima barua kila season ya ukulima. Ni viongozi kwa baba tunaomba waziri, kwa sababu hawa maafisa wako wanafanya kazi ngumu kule mashinani. Mara nyingine wanalaumiwa na wananchi ya kwamba wewe ulishirikiana na officers wa KWS ndio tusilipwe mashamba yetu ama mimea ambayo imeharibiwa. Tunaomba ufikishe ujumbe huu kwa your sister Waziri Miano, ambaye ndiye anatakiwa kufanya compensation ya wale watu ambao wameuawa na wanyamapori hapa Meru, na pia uharibifu wa mimea na mashamba yetu ambayo imefanyika hapa Meru tulipwe kama community,
kwa sababu tumepoteza mali nyingi kupitia wanyamapori. Kitu cha tatu na namalizia ni kwamba other communities wanafanyiwa program ya restocking. Wakiibiwa mifugo, kuna program ya serikali ya kuwalipa wale jamii ambao mifugo yao imeenda, wanafanyiwa restocking. Kwa sababu jamii majirani hapa Samburu na Turkana wamefanya Meru County kama ATM yao. Wanakuja kila wakati ku withdraw ama namna gani? Eko litambecha wa tumereiro ora litete chia dhirateka wetoka litange ugekera card. Wanasema Meru County ni ATM, ni kukuja tu na kutoa mifugo na kwenda wanauza. Tunaomba serikali, kwa sababu ni kazi ya serikali kuu kuchunga watu wa Kenya, wa Meru wakiwemo na mali zetu. Tufanyiwe program ya restocking, tufanyiwe program ya restocking ya mifugo yetu, kwa sababu serikali yetu inafanya hivyo katika maeneo zingine. Nikimalizia, nashukuru ya kwamba Ministry of Housing kwa ushirikiano na wabunge wetu mnafanyia maafisa wetu wa usalama program ya kuwapa manyumba ama mahali pazuri pa kufanyia kazi. Mheshimiwa Redekiri, naomba wabunge wote wa hapa Meru tuhakikishe police stations zetu, kama hiyo inawezekana, you apply with the Ministry of Housing wapate manyumba, so that maafisa wetu wasikae mbali na kambi ambako wanatakiwa kuitika kwa haraka wakihitajika to answer swiftly on a security distress. Nikimalizia, nitasema ya kwamba ituire manto ya Nchobi. Nimesikia kuna ofisa ACC alisema ya kwamba tumehalalisha ama tumepeana license nyingi sana kwa vyumba ambavyo vinauza pombe. Ndivyo mlisema? Asante. Nataka kuhakikishia ya kwamba hili jambo kama governor nitakabiliana nalo. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati unajua umepita. Kuna yule ambaye alikuwa amesema anataka kupata pesa nyingi. Tunaweza simama? Asante, tunaweza kaa. Mnajua uongozi ambao umekuwa, ambao pia ulikuwa umetoa security rangers kule Northern Grazing Zone, bado ndio ulikuwa umesema tutafute pesa nyingi kabisa ndio tuweze kama serikali kupata resources. Lakini mimi nawahakikishia machiefs, ACCs na DCCs, sitakubali pesa ambayo inaharibu watu wa Meru ambao wako na vyumba vya pombe haramu. Waziri Murega na CEO wa Alcohol Board, muhakikishe the licenses ambazo mmepeana almost 1,000 cooperate nyumba za pombe, you vet all those licenses so that uhakikishe only the qualified business people ndio wako na hizo licenses za kuuza pombe, na si kuuza pombe kwa kiosks, kwa kioski ya nduka ya mikate, kwa hoteli. Hapana, tufuate sheria vile inasema kwa mambo ya uzaji wa pombe, na pombe iuzwe mbali na shule, primary schools, universities, polytechnics. Pombe ikae mbali na mahali pa watoto wetu pa kusomea. Si tumekubaliana chiefs?
Nikimalizia ni kwamba Meru tuna shinda ya teenage pregnancy. Kuna kiongozi mmoja alisema akisikia ya kwamba teenager amepata mimba, chief utamwambia ulikuwa wapi? Sitasema hivyo kwa sababu chief na assistant chiefs na viongozi tunatakiwa kupigana na huo uozo katika jamii. Tusaidie wazazi, tusaidie walimu, tusaidie wachungaji kupigana na hali ya teenage pregnancy. It's a serious problem in our community and it's a collective responsibility ya kwamba ni jukumu lako, ni jukumu la gavana, ni jukumu la kila kiongozi kuhakikisha watoto wetu, haswa watoto wa kike, maisha yao haijakatizwa na wale watu ambao they are taking advantage of our young girls. Sini sawa sawa? Tupigane na hiyo uozo katika jamii ya teenage pregnancy na tuhakikishe ya kwamba wale ambao wanahusika na mambo kama hayo tunawashika na kuwastaki na kuwafunga vizuri. SHA, kama county government ya Meru, we are not doing very well. It's your responsibility, chief, kuhakikisha ya kwamba tukiungana pamoja na department yetu ya health, watu wa Meru wamejiandikisha katika program ya afya inaitwa SHA. Mnajua ya kwamba tuko na burden ya kansa hapa Meru, na kwa hivyo wakati watu wetu wanahitaji matibabu na hatujawaandikisha katika mpango wa afya wa serikali wa SHA, tunaumia, tunachanga. Finally mtu anaaga dunia kama amemaliza familia yote, na pia wengine tunaumia na pesa ikiwa wengine other communities, other counties wanaendelea kufaidika hospitali zao, wanapata pesa, wanapata revenue, na sisi tunaendelea kuumia kuchangia wagonjwa. Naomba, kwa sababu tuko na registered kwa SHA hapa Meru ni 350 out of 1.8 population ya Meru. Kwa hivyo tuko chini. Tafadhali ninawaomba tusaidiane pamoja na Department of Health na viongozi wote, tusaidiane kuambia watu wetu makanisani, katika mikutano, baraza za machiefs, wajiandikishe katika program ya SHA. In a very few weeks I will launch a mass registration ya SHA, na nitahakikisha ya kwamba watu wa Meru tunafaidika na hii program ya serikali kuu ya kujiandikisha kwa sababu ya mambo yetu ya afya. Asante, Mungu abariki sana. Tuweke mikono yetu pamoja sasa, ndio tumkaribishe waziri Kipchumba Murkomen. Tumpigie makofi chiefs. Karibu waziri. Pigeni makofi governor. Please ketini. Please be seated. I'll be very brief. Thank you very much Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa wenye wameongea hapa. Singependa kurudia yote ambayo mmesema, na hayo yote mmesema ni ya maana sana. Kama mtakubaliana na mimi Mheshimiwa Governor kwamba kikao kama hiki ni cha maana, kwa sababu tumefikiana sisi wote kutoka our chiefs, our local leaders to the level we are in. Najua tumekaa sana mpaka late because partly tulianza late, na ninaomba msamaha kwa sababu tumechelewa. Naelewa wale ilikuwa lazima waondoke pia mapema, na mimi nataka kusema ya kwamba yale yote mmesema tutatekeleza. Tutafanya bidii aswa kwa hii mambo ya banditry, kwa sababu that is the highlight of this meeting. Tutajikaza kuhakikisha kwamba hiyo imefanywa. Mheshimiwa Kirima ameniambia mambo ya coffee theft. Pengine sielewi vizuri. Sijui kama wewe unajua Mheshimiwa Kirima, kuna mbunge in 1970s alifungwa kwa sababu ya wizi ya coffee na akatoka bunge. Now I know that more than yourself. So coffee is a very serious issue. Alishikwa hapo Kirinyaga kwa mambo ya, I think Murang'a ama Kirinyaga, kwa mambo ya wizi ya coffee. It's a very serious issue. I know that is a very serious issue, and it's at the heart of food security
and and not even food security. Basically, it is actually at the heart of economic prosperity ya watu ya sehemu hii. So we will sit down to see as a county security team, kae chini mtupatie what is lacking and where can we enforce. Mheshimiwa wewe bwana county commander, mtuambie which areas we need to tighten up. If we need a police post, especially around harvesting, if we need to escort the coffee mpaka safe mpaka where it is safe warehouses, so that then we make sure that, and those warehouses, nasikia hata inaibwa ndani ya warehouse. So it's really a big problem, I know, and I understand. So let's think together on the strategies that we are going to deal with the coffee. Kwa mambo ya welfare tumekubaliana. Mambo ya sub-counties ya kusubdivide na nini tumekubaliana. Chiefs, locations, tunaanzia zile zenye siko na shida zaidi kuhakikisha the old ones and the ones that need operationalization, we'll make sure that is really taken care of. I just want to confirm to you kwamba hakuna mtu wako na interest ya kutofanya operation. Mheshimiwa, if I have to be a truthful minister, the reason why operation haijafanywa for many years and why that problem is still persisting is that to do an operation around Mukokodo forest and the other areas is not easy without good infrastructure. It will need, you know, a certain level of resources yenye we may not be having at the moment. Lakini, we have a plan. In fact, we had a meeting with the KDF. We have a plan. We want a few resources to pay. Unajua county commissioner yetu karibu kufia huko Mukokodo forest because it was a very serious issue. It's not just a kitu rahisi ku access a place where the terrain is bad. So we have some work. We will need an operation along the belt yote mpaka huko mpaka ifike West Pokot, and that operation will be done. We just need to make sure that we have access to the place so that when we do the operation, we do it successfully with very little casual impact on the part of the leaders. Pia, the fact that hatutangazi haimaanishi wale wezi wa ng'ombe hawajaadhibiwa. In fact, many of them die, and once they die, we don't report. So that is the case along the valley. A number of them die, but you cannot be able to account for it. But others, to be arrested them, you cannot arrest someone from those safe havens of those hills without proper access. So, unlike the killers of the member of parliament who are roaming around town, these ones go to hide in very, you know, complicated places. And that's why I said opening up infrastructure. Hata, wacha nikuambie kitu ingine. Kama hakuna network huko ndani, hata unaweza access yeye yako wapi. Yeah, you can't even know where you find him. So we have infrastructure and marginalization challenges that we need to amplify so that watu wa Meru wasikae ni pengine kwa sababu ni Samburu, we don't want to do an operation. Na tukifika Laikipia, watu wa Laikipia wanasema kwa nini hamfanyi operation. Tukienda Elgeyo Marakwet wanasema kwa nini huko Baringo upande wa Tiaty hamfanyi operation. All that challenge is as a result of access. Suguta Valley and all those places, and we want to make sure that we open the place so that we do proper operation. But operation we must do. We just want to make sure that we prepare the grounds for that operation. I also want to insist that in the recent past, sijasema tangu zamani, in the recent past, we have done better within the last 1 year to recover more livestock than was ever done before. The thing we just need to do is to prevent possibility of the theft now by creating a proper buffer zone. And that's why I mean nimesema NPR is very necessary to fill in the gap in the areas that we have a gap uko mbele. And I don't know why Shimiwa, maybe you don't know this. For the entire 10 years of my senatorship, I was in your situation. Which situation I am still in, because as the cabinet secretary, I cannot wish to have always rushing to certain areas for operation or for people losing livestock and lives. So I understand the feeling and the pain that goes with leaders when they always have to rush home. And I will work very hard with you to make sure that we solve this issue.
We know this is a problem of 70s, 80s, and all those many years. But we cannot give an excuse that it has been like this. We must be able to do something in our time to make sure that we do away with this issue of banditry. Otherwise, let me say this, because siwezi maliza everything. The report that comes from this conversation, I will give, in the next 2-3 months, I'll give an update to the nation that we did Jukwaa la Usalama across the country. These are the issues that people raised in different regions, and this is how far we have gone in resolving those issues. And this is the reason why we are having this conversation. Muzione kwamba it's a conversation in vain. It's a conversation that must be tracked, so that at the end of the year, when I give the state of security address at the end of the year, I will be giving an address based on reason and knowledge and information that comes from the ground. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, bado nitakuwa area hii kesho na kesho kutwa, lakini nia yangu sasa ni kuwashukuru sana. Asante governor, hii ni heshima kubwa sana. With the all county assembly and the speaker, thank you very much. With the leadership of wabunge wote, 7 of you, I truly appreciate that all the 7 of you are here. Just short of 2 other MPs who are having, walituma apologies yao, which means I really truly appreciate. This is how you take this, your work seriously. Na governor ulikuja na serikali yako yote. You are a very organized person, very nimefurahia sana mambo yako. Sio ati niongee mambo yenye ilifanyika before, lakini nimefurahia. Na penye nitataka kukusupport governor, nitakusupport. Penye niko na uwezo nitakusupport so that we can make this county even greater, and to make sure that we sort out this banditry issue for the sake of the people. Mambo ya human wildlife conflict, border security with your neighbors, we want to sort out these issues. Mjue ya kwamba, na nilisema hiyo before, hapa ni nyumbani ya Deputy President ya Kenya. Ni ukweli ama sio ukweli? So hatutaki aibu ikue hapa. Tunataka tuhakikishe kwamba nyumbani kwake imekaa vizuri. Na mimi pia kama kiongozi singependa, kama vile Rindikiri alisema tulikuja hii uwanja tukamalizana mambo ya BBI. Mimi naomba Mungu ikue na wewe unaongea Rindikiri mbaya, na unajua chief siku hiyo walikuwa upande ule, walikuwa wanapanga mkutano na wewe unataka kuongea mbaya. Sasa tunataka tushikane wote, sisi wote tukiwa hapa, tuone njia ya kuhakikisha kwamba banditry imekuwa kitu ya mwisho. Machiefs, asanteni kwa heshima ya kukuja mkutano huu na kusikiliza. Tuendeni tufanye kazi. Mimi ndaenda kutetea maslahi yenu, nyinyi mnitetee kwa ground. Uko mbele, mimi nitatetea nyinyi. Ya pili, hii mkutano haitaishia hapa. Nikimaliza kusunguka kwa hii jukwaa, nitawaita machiefs kwa regions, Eastern region wote, pengine Central wote, Rift Valley on their own time. Na hakikisha kwamba kabla ya mwaka kesho, ifike hata nusu ya mwaka kesho, nyinyi wote mtakuwa mmekutana na rais kwa njia moja ama nyingine kama chiefs na assistant chiefs, na wakati huo maslahi yenu hii yenye mmeraise itakuwa imesuluhishwa. Ndio tukienda tu tunaenda kushukuru Mungu pamoja na rais. Hiyo ndio inafaa kuwa, kwa sababu nyinyi ni ofisi ya rais kwa ground. Si namna hiyo? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much.